tutakuwa tukisubiri kuona kunani. Kuna fainali tu ambayo inangojewa kuona kwamba kesi baina ya Agorosari na Matutu kitaisha vipi. Tunasubiri. Wanakwenda kupiga picha ni wasimamizi wa mechi hii pamoja na nahodha wa timu zote mbili katika mchezo huu. Tunasubiri kuona kunani. Kushoto wanasemezana Nyakach, kulia wanasemezana ni wachezaji wa timu ile ya Alara. Muda mfupi tu kutoka sasa mechi itakuwa inaanza. Hisia si nyingi sana hapa, ukibaini kwamba wote wako katika upande ule wa Nationals. Kwa hivyo ni mechi tu ya kuona kwamba nani yule anachukua ubingwa wa Nyanza, nani yule anaingia katika fainali za kitaifa kama bingwa wa Nyanza. Tutasubiri tu kujua ataweza kuwa ni nani. Marefa wanabaki wakiomba, wakiambiana kunani. Mashabiki wametulia tuli. Wengine na waona upande ule wa shule hii ya Kisii School kujipatia nafasi murwa ya kufuatilia michezo hii. Mitini kunao wengine, kwenye viti kunao wengine, kunao ambao wamesimama, kunao ambao wamerefusha shingo kuhakikisha kwamba hawakosi kuona historia hii ya leo. Baada ya dakika 90 ikienda sana 120, je, mshindi atakuwa ni nani? Nyakach Alara, Nyakach Alara. Tutasubiri tu. Nakumbuka kwamba matangazo haya ni Ndemo Steven, Captain 001 katika mambo haya ya michezo kutoka runinga ya Ndizi TV, washikadau Nyanza Sports Vibe, Peak Sports Uniform, kuhakikisha kwamba haya yote yako sawa. Na wakati huo nawapatia watangazaji watakao tupatia dakika zao 10 za mechi hii, watuambie kwanza 11 wanaoanza ni akina nani. Asante. Haya bana, soka katikati ya uwanja, mabanati hawa wa Nyakach wanakabana ko na Arala. Soka hii ambayo ni fainali siku ya 4, siku ya mechi ya mwisho hii ya mechi hizi za ukanda wa Ziwa. Nazungumzia nini? Nazungumzia kuhusu the regional ball games ambazo zinafanyika katika kaunti hii ya Kisumu. Ikumbuke ya Kisii, ikumbukwe kwamba Arala wanawakilisha kaunti ya Kisii na Nyakach wakiwakilisha kaunti moja ya Kisumu. Katikati ya uwanja yupo mwamuzi wa siku. Vijana hawa mabanati wa timu zote mbili tayari kukabana ko, kupigana nguvu. Wanasema siku zote Waswahili, vigogo wakikabana ko basi nyasi ndizo humea, na siku ya leo nyasi ni mpira. Tusubirie tuone kipenga cha mwisho cha mwamuzi. Bila shaka sauti sio ya mwingine, ni sauti ya Majaliwa Ali. Gozi inaanza, jezi 4 mgongoni, pembezoni kushoto, tuliza ile gozi, gamba la kifua, anaachia katikati ya uwanja, warakata, ingia jezi nambari 10 mgongoni, piga ile chenga juu kwa juu, jezi 19 mgongoni. Watu tafutie jezi gani na gani, hii ndio Nyakach. Piga fiongo ile inatoka nje. Nyakach ile gozi kwa chini, weka chini ile gozi, kipa nambari 1 yule. Hiyo inaanza. Tuliza kwenye kirani, wanaingia touch, jezi nambari 8 mgongoni, patia kichwa kinaita nyuma kwa nyuma, toa ile gozi, tuliza tena kwenye kichwa. Nyakach piga potele popote. Arala, jezi nambari ngapi? Captain Fantastic huyo, mwite nani? Irene Wandera. Mwamuzi wa katikati ya uwanja Maxulwere Puriza Kipenga anasema Mazambe itakuwa ni fall kwa faida ya mabanati wa Nyakach. Anakuwa anaichanja nani? Jezi 19 mgongoni, Christine Adhiambo. Adhiambo weka ile gozi chini, Christine Adhiambo. Christine Adhiambo hatua kadhaa, chanja jo kwa jo, nini anguka nayo Mary Akot, kipa nambari 1 wa mwite Naomi Oduyo, daka ile gozi, kichwa kinaita.
wanaanzisha, uwanja umejaa, umefumuka huu, juu kwa juu, inaita taratibu, tuliza ile gozi, wanaingia Nyakach, piga potelea popote, jezi 15 mgongoni, Mwiteline Datieno, piga ile gozi, anasema afadhali fedheha kuliko lawama. Haya bana, ikiwa leo siku ya mwisho, siku ya 4, tunapata mshindi ambaye atakuwa anawakilisha ukanda wa Ziwa, yani the regional, kwenye michezo ya nationali. Kumbuka the sponsors wale wa michezo hii ni The Nyanza Sports Vibe. Gozi inatoka nje, itakuwa inaelekezwa kwa lango la Arala, ilikuwa inarushwa na anairusha ile. Soberea, tazama, Akinyi tena, rusha juu kwa juu, anakataa tena Arala, tuliza kwenye kidane, juu kwa juu, katikati, piga pote la popote, anaikosa ile. Anaingia tena Nyakach, mwamuzi wa katikati ya uwanja Max Ulwere, tuliza kipenga, anasema ikabu kwa faida ya Arara. Ikabu ile, mwana jezi nambari 6 mgongoni, mwite Juliet Akinyi yuko pale, jezi 10 mgongoni, Mary Atieno, kubali kunyanyuka, Captain Fantastic yule anasema nipo tayari kutetea timu yangu ya Arala. Anaamka Ikabu ile, inakuwa inachanjwa Ikabu kwa faida ya mabanati hawa wa Arala. Weka ile Ikabu chini, piga juu kwa juu ile gozi, sakama, valisha mtu kisigino, inakubali tena, piga juu kwa juu, wanaingia pembezoni kule kumtafuta nani, jezi nambari 9 mgongoni, mwite Isa Awena, daka kipa nambari 1. Haya, Mary Akot, daka ile gozi, anasema chakula chango, anasema chakula chepesi hichi kama pilau. Anzisha Anyango Mary, wanaingia tena Nyakach, kata jezi 3 mgongoni huyo wa Arara. Haya, tia kwenye kidani, vuka msatiri wa katikati ya uwanja, Captain Fantastic Yukinta Diambo anauziwa duruga za mapema, sema mwamuzi wa siku Max Ulwere. Irago inapigwa Ikabu kwa faida ya mabanati wa Arala, anakuwa anaichanja nani, jezi nambari 6 mgongoni, Juliet Akinyi. Bila shaka Juliet, sio Juliet Akinyi, Captain Fantastic yule. Mary Atieno anakuwa anaichanja ile foul. Mary, weka ile gozi chini, juu kwa juu, kichwa kinaita tena, kata Nyakach. Haya, sema msaidizi wa mwamuzi Calvin Muturi, mpira wa kurusha kwa faida ya Arala, jezi 6 mgongoni, atakuwa anarusha ule mpira Juliet Akinyi. Akinyi Juli, cheza na mwenzake nani, jezi 10 na sweta mgongoni, Captain Fantastic huyu Getemba Molo, lakini mpira unakuwa mrefu, anatoka nje, walitoa wale wanadada wa Nyakach. Apigwa Ikabu ile, Ikabu anapigwa Ikabu. Naona kama mchezaji yule anajishikilia vizuri kabisa, Captain Fantastic yule tayari akuje kupiga hilo gozi. Na ukiona upande wa pili yule kipa anapanga ukuta, anaachia tufali, kitu kinaita mbovu, anaikosa jezi nambari 10, lakini ilikuwa bao ambao angelenga, alingepata bao, na iwapo angeipata vizuri, basi tungezungumzia mambo tofauti. Kipindi cha kwanza anapiga mbele kabisa kumtafuta mwenzake, piga juu kabisa kumtafuta jezi namba 8, lakini wapi, anachukua jezi namba 16, anatambana na mpira, jezi namba 4 mgongoni, mlinda langa na udaka, mlinda langa na udaka, anakwenda nayo, rusha mbele kabisa kumtafuta mwenzake, namba 10, hatari, ameondoa bao ile, bado Dulanta limenukia, hatari, piga wapi, kata 1 2 3, inakuwa ndefu, kipenga kinaplezwa. Msaidizi wa mwamuzi anasema upande mwingine wamemchezesha madhambi. Philip Wenje anasema madhambi itakuwa ni pataki la Ikabu kwa faida ya mabanati wa Arala. Ndio, faida ni Arala. Piga mbele kabisa, anamtafuta mwenzake kwenye kituo cha uwanja, jezi namba ngapi mgongoni, namba 18, Quinta Adhiambo anapiga gozi, inakuwa ndefu kabisa, unaondoka nje. Anarusha, amecheza madhambi tena, kipenge na kwa huko, faida ni Nyakach. Wanaweka gozi ni Ikabu,
Justin Jambo anaweka ile gozi chini, anaambia wenzake wote tusonge mbele bana, tutafute goli la mapema. Kumbuka anavuta hatua 3 nyuma, tayari kuja kuligonga gozi. Gonga mbele kabisa, hatari! Hatari! Go 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 go! Ladu! Wanakataa. Wanakataa. Namna gani? Wanakataa kabisa. Wamekataa kabisa. Mwamuzi katikati wa duara anakataa. Anasema kashaotea na kujenga kibanda kwenye ardhi ambayo si cha kwake. Naambiwa bomoa vibanda. Naambiwa bomoe. Haya. Vizuri kabisa. Jezi namba 2 anampatia mwenzake, anamfuata jezi namba 14, katambana mpira, tuvurumisha kwa mpira la mtu mzima. Juu kabisa kimtafuta jezi namba 16 pale. Lakini wapi? Anafuata gozi, chukua kata 1 2 3, anapiga wapi? Anatambana mpira juu kabisa, baada amekata kata 1 2 3 tena. Toa cross inakuwa mwingi, unatoka nje. Kumbuka unatupata moja kwa moja kama ni wadhamini wako sisi wana Nyanza Sport Vibes. Ndani ya Ndizi TV moja kwa moja kupitia kiwambo chako. Anachukua jezi namba 4, piga mbele kabisa akimtoto mwenzake, tena piga kwa kichwa, tuliza gozi vizuri kabisa, wapi gozi na dunda. Anakwenda nao jezi namba 5, anavurumisha kombe la mtu mzima pale, lakini wapi? Anatamba nao kata 1 2 3, wanakwenda tena, wanatamba kutamba, wanatamba kutamba. Bali inakuwa mwingi, unatoka nje. Gozi inakuwa mwingi. Anatamba tena. Analalizwa mchezaji kule chini, naona kama waganga waganguzi wanakimbia kule uwanjani. Kumbuka hadi kwa sasa hivi ingekuwa shabiki wanasherekea mle uwanjani, mwamuzi akasema alikuwa amesachezesha madhambi mle. Naona mchezaji amelala kule. Ndiyo. Inatokea Homa Bay County. Tutaona itakuwa vipi. Anapata huduma za kwanza. Naona mchezaji yule bado yuko chini kabisa. Anapata huduma zake za kwanza. Jezi nambari 15 mgongoni. Jezi namba 15 mgongoni. Jezi nambari 15 mwite Linet Atieno. Ako chini pale. Linet Atieno yuko chini. Amepata majeraha. Lakini anakubali kunyanyuka, yule binti stadi sana, jezi nambari 15. Ndiyo. Anakubali kunyanyuka, anatoka nje na wale anaenda kufanyiwa huduma ya kwanza mle nje. Anaenda kufanyiwa huduma kule nje. Huduma atafanyiwa kule nje. Vizuri kabisa. Naona kama gozi iko pale. Haya. Gozi iko pale. Gozi liko pale kama mchezaji yule baada anafanyiwa ukaguzi. Haya. Wakati huo uwanja umejaa. Ndio. Uwanja umejaa mashabiki shakiki. Kulia kaskazini anarusha vizuri kabisa kumtafuta jezi namba 19, lakini wapi anapiga kwa kichwa akilifuata mwenzake jezi namba 9. Anatamba na gozi, wote wakitoka kwa mbio kasi, lakini inakuwa ndefu, inakuwa nje. Atakuwa anarusha Nyakach huyo. Haya, rusha ule gozi, anakataa, piga harara, mpira unatoka nje. Hujatoka, ukata. Harara. Tuliza. Kacho nakata jezi namba 8 mgongoni. Wanaingia, wanatuliza. Pembezoni kushoto, wanaingia taratibu nini? Anatoka lakini alikuwa amecheza viungo ile. Inakuwa ni kona. Inakuwa kona ya kwanza ile. Mchezo ile tunaishuhudia. Na inanikumbusha hapo kesho bana, kona kwanza walipata wale vijana wa Matoto. Ndio. Na wakawa wanamtutua mtu bao la mapema. Tukaona kama neti inatingizika. Tusubiri tuone iwapo itakuwa inazaa matunda ile kona au vipi. Na siku zote unajua kona zikipata mtu stadi. Ndio. Mchangaji wa mpira mzuri inakuwa ni mambo yako sawa. Haya, kona. Bila shaka atakuwa anatumia mlake na jezi namba 18 mgongoni. Jezi namba 18 mgongoni, mwite nane anaitwa Irene Wandera. Namba 18 mgongoni. Irene Wandera atakuwa anapiga ile box. Irene Wandera anaweka ngozi ile chini. Mwamuzi wa siku Michael Were pale anawaambia mashabiki, jamani, tusongeni mbele, tupe
nafasi akaweze kuvurumisha. Uwanja umejaa Hadi pomoni. Bila shaka mfadhili wa michezo hii yuko hapa ndio na Joshua mwenyewe amefika hapa kushuhudia mchuano hii, na tukumbuke kwamba yeye alipoingia hapa alisema kwamba anatakia timu Shekwatu. Haya, tunaomba wale ambao wako pale chini, tunaomba songe wanafunzi wacheze tafadhali. Wale ambao wako kule chini wanaambia wachezaji mashabiki walioko kule kando ya uwanja watoke tafadhali, fans mradi waanze gozi. Haya, wale ambao wameingia ndani ya kiwanja tutoke tafadhali. Gozi itakuwa kuchanjwa. Anaitia ile gozi chini bila shaka. Bado ni Irene Wandera. Tafadhali wale wako chini tunaomba mwache wanafunzi wacheze. Gozi itakuwa kuchanjwa. Tafadhali. Gozi itakuwa kuchanjwa pale. Wale ambao wameingia ndani ya kiwanja huku ndani tutoke tafadhali. Tunaona kama shabiki wanaleta vurugu pale, wataki kutoka kwenye laini. The security team. Tunaona kama shabiki mko wapi tafadhali? Shabiki ni kama wanaleta vurugu pale kwenye laini, na mwamuzi wa inafanya gozi bado linasimamishwa. Haya bana. Tafadhali, kulingana gozi inasimamishwa. Wale security team wetu mko wapi tafadhali? Gozi inasimama. Security team inakuwekwa ni kelele ambapo wanalete na mashabiki. Mashabiki wanalete vurugu pale, kumbuka. Umeingia sana tafadhali. Tusonge. Na inabidi mpira isimamishwe. Naona kuna mashabiki wengine ambao wanaelewa sana. Wanasema kwamba tafadhali tusonge nyuma, shida iko wapi? Wote tunahitaji kuona mpira, na wanawaambia wale mashabiki wenzao kwamba rudini nyuma tafadhali, turudi nyuma ili tuweze kuwapa kazi rahisi ya kucheza. Tunataka kuona jinsi ambavyo gozi itakuwa. Tusubirie tuone mambo yatakuwaje, tujue itakuwa vipi, lakini yote 9-10 lazima patikane mshindi na mshindwa hii leo. Lakini kitu tumepata ni kwamba shabiki ndio wanaharibu gozi. Mashabiki siku zote, hakuna siku wachezaji wakaanza na wameingia uwanjani na hawataki kutoka. Napenda sana wachezaji wa timu zote hizi mbili, ukiwaangalia hawana wasiwasi. Napenda sana wacha tuone. Wacha tuone jinsi ambavyo itakuwa. Naona kama usalama umekuja. Walinda usalama washafika. Walinda usalama washafika kutuliza ile hali. Wanatuliza. Kazi mzuri kule chini. Baba Mesh from Migori, kazi mzuri. Wanawaambia wasonge kule. Baba Mesh, tafadhali, wewe ndio tunakutegemea kule chini. Ukifanya kazi hapo chini basi utakuja uchukue chai huko juu. Baba Mesh, ni kazi tafadhali. Nyanza Sport Vibes wadhamini. Na wale security team ambao wako kule tunaomba tusaidie. Wakiwemo humo ndani. Walinda usalama wamefika hapa kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa. Wakati ambapo huyo Godu unasimama, atakwambia yule ambaye unataka mipira. Tunakwambia kwamba iwapo una tatizo na unataka gozi, unataka mipira, unaweza tembelea wana Nyanza Sport Vibes. Na Nyanza Sport Vibe tunapatikana maeneo gani? Unatupata katika Waumini Plaza orofa namba ya 2. Banafika pale karibu na eneo la Choma. Katika barabara kuu la kutoka Kisii kuelekea Kisumu.
ama ututembelee kupitia nambari yetu ya simu 070060000555 ama utume barua pepe kupitia www.nyanzasportvibes.co.ke. Lakini pia kumbuka, kwa siku ya leo tuko katika maeneo haya, tuna hema letu hapa, ikiwa ni siku yetu ya mwisho ya kumaliza michezo hii, wetu tayari wako na tikiti ya kuenda national. Naomba tuwapatie nafasi wacheze, tupate yule position. Na ukienda pale utapata warembo ambao watakuhudumia. Wakina nani wako pale, warembo wetu wa Nyanza Sports Bar. Ndio mambo ya pia kumbuka mambo ambayo wanazo huduma nzuri tu, zote wamefika pale uweze kuulizia mambo national, so wapatie nafasi wacheze. Bila shaka gozi liko wale waamuzi wa katikati ya uwanja wanaitana, wanashauriana, wanazungumzana, waone nini mbaya, wazungumze wao kwa wao, waone watafanya vipi. Wachezaji pia wanatoka kwenye gumzo ambao walikuwepo na wakirudi kule uwanjani. Napenda sana wachezaji siku zote wanaimarisha nidhamu ya juu kule zaidi. Chini bado tunazidi Scott bado hapo mbele, Scott Eric hapo mbele bado yuko shida tengeneza. Naona kama walinda usalama wanafanya kazi upande mwingine pale chini. OCS brother Scott Eric, tengeneza pande hii. OCS tusisahau kwamba wengi sana ambao wamefika hapa kushuhudia mchezo. Wale wa mbele wakae chini na wale wa nyuma wasimame. Sports chair mwenyewe bwana Joshua amefika hapa na ameketi chini upande wetu wa mkono wa kulia, akitulia, anatulia pale, anasema bwana, mimi naitakia timu wale wa mbele wakae chini na wale wa nyuma wapate kusimama, alafu ndio tuendelee. Na mashabiki ambao wanafanya kwa sasa hivi, wakati unasonga unapata nafasi unakaa chini, alafu ndio tunaendelea. Tuko tayari, tunapenda mpira sana, ndio tunapenda mpira na ndio maana mpira sana na hatutaki kuvuruga kitu. Basi tuko tayari kuketi chini ili kuona mpira unaendaje, na hilo ndilo sababu imefanya tumekuja mahala hapa. Remember, kipindi cha kwanza, the national coach of under 17 is here. She's scouting for 8 players. So kindly we need to have this match played today. Jinsi ambavyo watu wanacheza. Kindly just give the security officers time. Naona kama as you know, KO under 17 is going to the World Cup and she's here and she's seriously scouting. So please, bado gozi liko mle chini. Gozi limesimama. Linatulia, mambo yako taratibu, limetulia kabisa kwenye uwanja. This is now Nyanza top 2. Gozi limetulia kabisa kwenye uwanja na mambo yako sawa, mambo yako taratibu. Kama ndo najiunga nasi, ni kipindi cha kwanza hiki. Medals for MVPs and again 9 big trophies to be awarded today, and we have to get the winner here. Brother Joshua, that is good. The netball girls finals, Yungi Ogango and Nyakach girls is on. You can walk and watch that. Basketball semis 3-on-3 is on. Ambira takes Unjiko boys from Kisumu County. And Sagongo takes Maseno School this morning for rugby. Not rugby, but basketball 3-on-3. Basketball 3-on-3, 3 teams will represent Nyanza at the Nationals, while rugby girls, 4 teams will represent Nyanza at the Nationals. So try and get the best team for rugby. 15s for the girls will be enjoying all these actions from here at Kisii School for the Nationals coming next.
jezi 9 mgongoni huyo Isa Awino, kata beki fantastic Iron Ndera yo wanaingia gaga nini tia fataki ile, lakini kazi nzuri akawa hajalenga, ndivyo sivyo, inatoka nje ile. Ingekuweko Mwanaidi lakini bado. Haya, weka ile gozi chini, kipa nambari 1 Naomi Oduyo Warala huyo wanawakilisha jimbo la Homa Bay. Ndio. Haya, anzisha ile gozi Arala, tuliza juu kwa juu, anakipiga kimbea beki fantastic yule Akinyi Aisha. Haya, Christina Diambo sio Akinyi Aisha, piga juu kwa juu, kichwa kinaita tena, jezi 7 mgongoni Nyakach, kichwa tena kinaita, anaingia lakini kibendera kipo juu. Calvin Mature kashaotea. Haya, anasema Philip Wenje huyo ndio msaidizi wa mwamuzi, ulikuwa umeshajenga kibanda eneo la yenyewe, inakuwa ni offside ile. Inakuwa ni offside ile. Anakuwa anaanzisha Mwanaharana, bila shaka atakuwa anaipiga ile 8 jezi 10 mgongoni Mary Atieno, kichwa kinaita tena Captain Fantastic huyo, jezi namba 10 mgongoni 19 huyo Moite Velma Awar wanaingia nini taka kipa namba 1 yule wa Nyakach Merakot anadaka ile gozi, anasema rahisi sana kama 1 2 3, kichwa kinaita tena Arala, toleza tena, najaribu nini. Haya, anaweka ile gozi chini Mwana Arala, Moite nani yule. Haya, Awe Velma, piga juu kwa juu, kichwa nini ile mbovu ile, na kwa mwingi unaondoka nje, itakuwa ni goal kick ile, itakuwa ni goal kick ile. Wanaanzisha tena kwa haraka Nyakach, cheza na Irene Wandera, juu kwa juu, anampa 8 pembezoni, jezi namba 7 mgongoni, lakini piga potelea popote, unatoka nje. Haya, akwanurusha nani Mwana Nyakach, Moite Aileen Wandera, jezi 18 mgongoni, piga tena jezi cheza 11 wake Awino Wandera, kata hawa wanaingia taratibu. Mwanaharana Lenet anaingia, jezi nambari 8 mgongoni Nyakach, Morina Tieno gawa, cheza na nyuma kwake nani Adhombo, wanaingia lakini anatoka mlinda lango nambari 1 mgongoni huyo Naomi Oduo, anasema chakula changu. Naomi Oduo anamwachia Linet Atieno, jezi 15 mgongoni. Linet Atieno atakuwa anaichanja ile, tumia goli lake la kushoto vilevyo, piga pembezoni kushoto, lakini kichwa kinaita taratibu, tuliza kwenye kidani, jezi 4 mgongoni, anatoa ule mpira, unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Mwana Nyakach. Amelipiga na linaondoka nje. Haya, alitoa Tina Akinyi, alitoa ile gozi Tina Akinyi, itakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Mwana Nyakach. Anasema hakuna nafasi la kuliachia mtu apite. Anasema hakuna nafasi, anapiga potelea popote. Ndio. Anasema hapa nitatumia viwango vyangu vyote. Nakumbuka ni kipindi cha kwanza, bado wako 0-0. Hakuna alofanikisha kuonja lango la mwenzake, na bila shaka kama kuna yule mtu ambaye hajafika hapa kushuhudia michuano ama yupo mbali, ndio hawezi kuona uwanja mzima, kumbuke kwamba tupo live kabisa ndani ya Ndizi TV. Afike Ndizi TV atupate live kupitia kiwambo chake, andika Ndizi News TV Digital, alafu mambo yanakuwa yako sawa kabisa. Azita tena Nyakach, tuliza jezi nambari 9 mgongoni, wanaingia Nyakach gaga nini ile, ameudaka mlinda lango, daka ile gozi Naomi Oduo. Ndio, Naomi Oduo anadaka ile gozi, amelidaka vizuri kabisa, na bila shaka isafu ya ulinzi isipojiangalia vyema, basi mambo yatakuwa taratibu hapa tofauti. Wanaingia Nyakach, jezi kimbilia ule mpira, anazuia, anaweka kigingi 8, jezi namba 6 mgongoni Juliet Akinyi, anasema hii nitazuia bana, inakuwa ni goal kick. Anaidaka ile gozi, anaanzisha cheza na 8 Millicent
pembezoni kushoto, tumia gula lake la kushoto kwake nane Millicent Diambo. Millicent Diambo gawa pasi iliyokwenda skole, chenga ya kwanza, chenga ya pili, jezi 14 lakini kata captain fantastic, Amemchezesha vibaya. inakuwa ni mpira wa kurusha. Captain huyo jezi nambari 19 mgongoni, Velma Atuar. Gozi itakuwa kurushwa. Haya, itakuwa inarushwa ile gozi, Gozi itakuwa kurushwa. itakuwa inarushwa, ni ikabu ile, sio ya kurushwa. Ndio. Anakuwa anachanja ile ikabu, jezi nambari 14 mgongoni, Anachanja mpira. Shakira Isaac azisha tuliza, jezi 6 mgongoni, tumia gula lake la kushoto, taratibu, mpira mrefu unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa Mwanarara. Zuri kabisa, anaenda kurusha. Ni jezi namba ngapi mgongoni? Namba 6 mgongoni, mwite Juliet Akinyi. Juliet Akinyi, rusha mbele kabisa kumtoto mwenzake, jezi namba 18. Wapi? Anampiga bado, gozi linakuwa nje, mwingi unatoka nje. Anachukua tena huyo Juliet. Anaangalia rusha wapi? Rusha mbele kabisa kumtoto mwenzake, piga juu. Mwingi unatoka nje. Anatoka nje, Inakuwa goal kick. Inakuwa goal kick ile. Haya bana, kipindi cha kwanza, kama ndo unajiunga nasi, tupo live kabisa ndani ya Ndeze TV. Ni mimi mtangazaji wako Majaliwa Ali, nikiwa na mwenzako Esbon Oiti. Anachukua mbele kabisa, anaangalia piga wapi, toa pasa nzuri kabisa mle mbele, ala mbia miguuni anatoka na kulidaka mlinda lango ule. Na iwapo mchezaji wa Nyakachi yoyote angekuwa na mbio, basi ule mpira angeupata kwa urahisi sana. Ndio. Lakini yanakuwa tofauti. Bila shaka jezi namba 4, toa pasa nzuri kabisa ndefu, linadonda mara ya kwanza, anakimbilia gozi, jezi namba 5, piga, analiondoa nje, anaitoa kwa utaratibu zaidi mwana Nyakachi huyo, mwana Nyakachi Akinyi Aisha. Akinyi Aisha anatoa gozi nje. Haya, itakuwa inarushwa. Rusha mbele kabisa, tafuta mwenzake, sababu ya kati, anaangalia piga wapi, anakata 1 2 3, inakubali, anatoa pasa nzuri, inakataa, anavurumisha komba la mtu mzima mbele kabisa, cross ndefu kabisa, inatoka nje. Itakuwa ni mpira kurusha kwa faida ya Mwana Arala. Atakuwa anarusha Juliet Akinyi, rusha Akinyi Juliet kumtafuta nane, tuliza ile gozi, mpira mrefu nine, anamwachia kipa wake nane huyo, mwite Christina Diambo, anamwachia Mary Akot, anasema daka igozi, anzisha Mary Akot, vuka mstatiri, wanaingia Nyakachi wapi, kata jezi 15 mgongoni, pote Kumbuka amekataa, amesema hakuna kupita huko, na anafanya jitihada zote kuona ya kwamba hakuna bao limefungwa mle. Anaitwa Lina Tatiana yule. Ndio. Utakuwa ni mpira kurusha kwa faida ya Mwana Nyakachi. Rusha nane, jezi 18 mgongoni, tuliza tena ile gozi, achia fataki, wanakata Arala, tuliza katikati ya uwanja, jezi nambari 5 mgongoni, kushoto mbovu ile hafifu, nini namna gani amesaidia mesaidia ile gozi, amesaidia bao, mesaidia Godi Naomi Oduo. Haya, tuliza jezi nambari 4 mgongoni, anatuliza ile gozi tena, taratibu wanakata, rejea tena Mwana Arala, jezi 9 mgongoni huyo, mwite nane Isa Aweno, mpira mrefu unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha, anakuwa anarusha nane, napigwa foul ile. Aweno yule alichezewa madhambi, ndio chezewa madhambi. Aweno weka ile gozi chini, Mwana Arala anakuwa anaichanja ile Tina Akinyi, sio mbali sana na maeneo ya hatari. Haya, ikipata mchenjaji mzuri wa mipira mefu, basi mambo yatakuwa ni tofauti. Tusubirie tuone kipindi cha kwanza. Kama ndo unajiunga nasi, hakuna lofanikisha kuona goli la mwenzake. Mwana Alana akikabana kona. Nyakachi, fainali hizi za michezo ya shule ya upili muhula wa pili. Achia tufali mbovu ile, amelipiga, linaondoka nje, anakuwa anajenga mnalo ule, inakuwa goal kick, apiga kwa juu, inakuwa ni goal kick ile. Mnalo wa Boberi unaleta goal kick. Haya bana, goal kick ile, anamwachia nane Mary Akot, na muona na Wandera yule, Mary Akot pamoja na Akinyi Aisha.
anzisha Aisha, pega joo kwa joo, kichwa kinaita Arala, toka nje, toa ile gozi, jezi nambari 4 mgongoni, tena Akinyi kwa faida ya mwana Akach, anarusha tuliza kwenye kifua, pega joo kwa joo, wanakataa tena Arala, tuliza ile gozi kwenye valisha Mtukanzo, lakini akataa tena Nyakach. Mpira unatoka nje, utakuwa ni mpira kurusha kwa faida za mwana Arala. Anarusha ule mpira bila shaka kama kawaida yake, jezi nambari 6 mgongoni, mwite 8 Akinyi Juliet. Akinyi Juliet rusha kumtafuta 8, jaribu kanzu hiyo, inakubali, havelisha mtu kanzu hiyo, anakubali kuivaa, lakini yote 9, toa ile gozi na toka nje, itakuwa ni mpira wa kurusha. Wanaanzisha tena mwenye Nyakach huyo, cheza na jezi ngapi? 15 mgongoni, joo kwa joo, vuka mstatiri, wanaingia Nyakach, wanaingia jezi nambari 11 mgongoni, Zidi wa Maarifa, piga potelea popote, anasema mwamuzi wa siku, mambo yako sawa, amka tuendelee na mpira. Haya, mwamuzi wa katikati ya uwanja mwite Maxwell Were. Nyakach wanaingia, achia fatake ndele Anakani, jezi 8 mgongoni yule, Kurumisha kombora la mtu mzima. anavurumisha kombora la mtu mzima Maureen Atieno, Na kidogo waone kama neti linatingizika. kipa nambari 1 yule Naomi Odua kajirusha, Amejirusha kabisa. kajirusha kujaribu kutafuta ule mpira, lakini ukawa mrefu, inakuwa nkona ile, Ulikuwa umemkosa. kona ya pili ya mchezo hii, dakika kipindi cha kwanza hichi, Wacha tuone kama inazaa matunda. kona ya pili tunaishuhudia hii. Mwana mwamuzi wa katikati ya uwanja yule Maxwell Were anawaambia bana, ti mchezo wa kirafiki huu umetuleta sisi wote pamoja. Anatinga ile kona, piga nene, Anapiga ndefu kabisa mnao wa Toka Babeli. Gozi inatoka nje. haya, Wacha tuone itakuwa vipi. piga ile gozi, alipiga kona ilo kwenda skule, jezi nambari 18 mgongoni. Ndio. Haya, Irene Wandera, lakini akawa amepiga ndefu, anaanzisha mwana Arala, Linet Atieno kwake tena Akinyi, joo kwa joo, mpira unatoka nje, Itakuwa gozi. unakuwa ni ya gozi ya kurushwa. kurushwa, gozi ya kurushwa Rusha ile. mbele kabisa kumtafuta jezi namba 8 mgongoni. Anaangalia piga wapi? Anaweka kwa kifua, teremsha, mwache mwenzake, pasa nzuri kabisa, panda juu kabisa kwenye gozi, anatambana gozi, vurumisha ndefu. Na bila shaka usipomwangalia huyu binti jezi nambari 8 mgongoni, Ndio. anaitwa Maureen Atieno. Huyo Maureen huyo. Wasipomchunga huyu Maureen Atieno, basi hii safu ya ulinzi ya Arala Kuna bidii ya mwisho wanaojenga Kisugu kwa mate. basi itaona mambo hii. Na atafuta ya choki, akichoka kesho pata, basi gozi liko chini. Anakuja apiga mbele kabisa kwenye kituo cha uwanja tena, kimtafuta mwenzake, linadunda mara ya kwanza, anachukua piga kichwa, inakuwa mwingi, unatoka nje, jezi namba 18 mgongoni. Quinto Odhiambo. Kumbuka mfadhili mkubwa wa michezo hii ni The Nyanza Sports Vibe Wote wenyewe wako ndani. ambao wako ndani, akiwemo the chairperson mwenyewe Ndio. bwana Joshua yuko hapa kushuhudia michezo. Jezi namba 12 anachukua gozi. Mwana Arala, Anachukua gozi, jezi Millicent. namba 12 Millicent. Millicent Odhiambo, Rusha mbele kabisa kumtoa mwenzake Rusha. pale. Mbale, Kichwa kinaita. hatari, Dolanta kuna mtu. Dolanta wapi? popote popote, jezi 15 mgongoni yule, Wamekataa wao pia. anaondoa lawama, lawama Odhiambo huyo, naondoa lawama zile eneo la hatari, inakuwa kona. Eneo la hatari. Kona ya 3 ya mchezo, Ndio. anakuwa anaipiga ile kona, bila shaka mwana Arala 8 yule Quinta, bila shaka alikuwa anaipiga Quinta yule Wacha Quinta. tuone itakuwa vipi. Haya, kona ya 3 ya mchezo hii, Kona ya 3 ya michezo. kipindi cha kwanza. Kama ndo unajiunga nasi, tupo mbashara kabisa ndani ya Ndizi TV, Akiweko na wanadhamini wako wana Nyanza Sport wadhamini Vibes. wako. Ndizi TV, kama uko mbali au hujafika hapa ndani, fungulia Ndizi TV, utatupata kule. Kwenye kiwambo chako. Ndio. Haya, mwamuzi wa siku anafika pale kwenye kona ile, Haya, anawaambia mashabiki, jamani, tupeana. wacha tuone. Quinta Odhiambo anabaki kipenga mdomoni. Maxwell Were anachanja ile, achia nini mbovu, achia tena, wanakataa. Wamekataa. Wanakataa mwana Kach. Anaitwa Michelle Gineve
vizuri kabisa. Michelle anaipiga potelea popote, inatoka nje. Ndio Mpira wa kurusha kwa Manara. Atieno ile tia kwenye kifua, rodesha ndefu ile, wanarodesha tena nini, wanakataa, rodesha tena, rodesha kichwa, wanakataa, piga potelea popote, ngoma ile. Kombora la mtu mzima, kombora la mtu mzima. Mashambulizi yale, pasi za nipe nikupe, anavuta kabisa, yani pale anakuwa ni mambo ya nipe nikupe. Waliguzisha vichwa Mwananyakach, ndio gozi likatoka kwa Atieno. Quinta alianzisha ile kona, ikaingia kwa Akinyi. Atieno wanajibu tu kwa kichwa, anacheza vizuri kabisa Isa Awino, lakini akaachilia fataki. Giothi Amolo ikawa inagonga, ndivyo sivyo, anajenga mnala Baberi. Ni gozi la kuvutia. Haya bana, ananifurahisha sana mabanati hawa wawili wanavuka Banako hawa kwa asilimia kubwa. Ukiangalia sana, ndio ni kama asilimia zao zinalingana. Udadisi hii anzisha Nyakach, kumbuka wote watatuwakilisha kwenye michezo ya kitaifa, watatuwakilisha kwenye michezo ya kitaifa, the national zenyewe wote wawili. Nyakach wanaingia tena Nyakach, lakini anasema mwamuzi inapigwa foul ile. Ilikuwa inapigwa foul ile. Wacha tuone ni miguu ngapi kutoka kwenye lango. Alicheza haya, mwamuzi wa siku yule Maxwell Wela anasema bwana, mimi nimekwenda skuli ndio na nikasomea sheria za FKF hizi za FIFA, hizi sheria za FIFA nzijua bwana. 17 anasema haya, itakuwa ni ikabu ile. Ndio ikabu, na ikabu yenyewe ukiangalia ile gozi ilipotiwa, basi ni moja kwa moja kwenye goli, na maana ikipata mtu ambaye atatumia miguu yake yote miwili, akitumia wa kushoto, akitumia kulia, ndio basi mambo yatakuwa mazuri kabisa. Ona lile sio mbali sana, na bila shaka atakuwa anaichanja nani? Bila shaka atakuwa anaichanja Maureen Atieno. Tusubiri tuone, atakwenda kuchanja mpira kwa mbali zaidi. Namuona Maureen Atieno ndo atakuwa anaichanja ile foul. Tena amejivuta kabisa Maureen Atieno, sio Maureen Atieno, atakuwa anaichanja nani? Jezi 16 mgongoni. Maureen Atieno nani? Sio Maureen Atieno. Mlinda lango ameruka, lakini angelifikia. Ulimuona sana Maureen Atieno na Christina Diambo, ndio walikuwepo pale kabisa. Unaona Maureen Atieno na Christina Diambo, lakini Maureen Atieno akasema Christina Diambo ichanje. Wanamkanganya mlinda lango, lakini achanganyiki. Mlinda lango alikuwa yupo imara, amevalia jezi namba ngapi? 10 mgongoni. Ndio ana jezi 10 mgongoni mlinda lango yua Arala. Wale wanaotaka kununua viatu tutembelee Nyanza Sport Vibes. Bana, kama wewe ni mwana spoti, unapenda spoti, ndio basi tunakwambia the Nyanza Sports Vibe ndo nyumbani kwa spoti. Kimbia mbele kabisa, jezi namba 14, lakini wapi, anasaidia gozi, inakuwa mwingi unatoka nje, gozi itakuwa kurushwa. Kanje utakuwa ni wa kurusha ule. Anachukua mbele kabisa, rusha akimtafuta mwenzake pale, kubali, kata 1 2 3, weka kwenye goti, teremsha kwenye miguu tena, anatambana mpira, anatambana mpira, bado anapiga tena, inatoka ndefu, piga ile jezi 13 mgongoni. Edina Atieno, Edina anapiga, inatoka nje, analipiga linatoka nje kabisa, potelea popote Edina. Haya, Edina yule upande wa chini, nasikiliza ngoma. Ngoma zile zinarindimwa sana. Bila shaka atakuwa ni mashabiki wale wa Nyakach, ndio wanazipiga zile ngoma. Haya bana, Nyakach valia sare kwa hisani ya Talanta hela bana. Ndio haya, wamerembeka kweli hawa. Rusha, weka kwenye goti, angalia anapiga wapi, vurumisha kombora la mtu mzima kwenye lango, weka kwa kifua, wapi, anaweka tena kwa kichwa, hatari. Dulanta anakata mwanadada yule, analipiga vizuri kabisa, anajaribu kulifuata jezi namba 6 mgongoni, lakini wapi, inakata, inakuwa nje. Anaenda kuchukua jezi namba 5, anachukua gozi vizuri, anaangalia rusha wapi, anarusha katikati mwa uwanja, inapata mwenzake, anaukosa, analitoa vizuri kabisa, kata 1 2 3, Dulanta, hatari, anakosa bola wazi, jezi namba 7 mgongoni. Namna gani? Baada ya kumrushia mpira analikosa, alitoa cross nzuri kabisa, anaikosa ile, ilikuwa cross nzuri kabisa, anakuwa ni ikabu ile, inakuwa ni ikabu. Anaanza mpira, piga mbele kabisa, weka kwa miguu, vurumisha kombora mtu mzima, mbio wa miguu ni bebe. Haya, twende, anakwenda, anatokezea huko, weka kwa kichwa, anaanza piga wapi, anavurumisha, hakuna mtu, anatamba, analifuata kabisa, mbio wa miguu ni bebe, analipata mpira tena, tuliza, gozi inakuwa mwingi unatoka, inakosa kurushwa, gozi itakuwa kurushwa.
Haya, anaangalia rusha wapi, anarusha vizuri kabisa, weka kwa kichwa, badi na kwa mwingi unatoka, rusha Alitoa gozi. jezi nambari 12 mgongoni wa Arala, huyu Vincent Odhiambo anatoa ile gozi, inakuwa ni gozi ya kurusha. Anzisha jezi 18 mgongoni huyu Irene Wandera, anacheza na 8 Christina Odhiambo, juu kwa juu. Christina Odhiambo anakata Arala katikati ya uwanja, tia kwenye kifua, wanaingia tena Arala, wanaachia ile, lakini anapigwa kwa kichwa na mwana Nyakach, inakuwa anaidaka sana, anaimega kwa urahisi. Mary Akoth piga juu kwa juu, Mary Akoth, mpira mrefu natoka nje, unakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya mwana Arara. Wanaanzisha tena Arara, toleza ile gozi Arara, mpira ule natoka nje, alizuia jezi nambari 4 mgongoni Gineve Michael, anaitwa Gineve yule, atakuwa anarusha mwana Arara bila shaka. Anzisha tena jezi namba 6 mgongoni, wanaingia piga mbio, anaingia 8 jezi namba 8 mgongoni huyo Mwite Morina Tieno, mwana hatari nene ile mbale, anatoleza ile gozi jezi nambari 7 mgongoni, zunguka jaribu, inakataa katakata, piga jezi nambari 10 mgongoni Mwite Mary Atieno wa Arara huyo, piga Mary Atieno wa Arara, inatoka nje, inakuwa ni koli ya kurusha. Haya, anakuwa anairusha nani, mwana Arara anairusha ile, toleza juu kwa juu kwa kichwa, jezi 16 mgongoni, toleza ile tena, valisha kanzu, inakubali juu kwa juu, mwana Nyakacha anaingia pembezoni kushoto mwa uwanja, toleza jaribu, kanzu inakataa, anasema mwamuzi wa siku, tenga kibanda eneo la wenyewe. Bendera, kibendera kilikuwa kipo juu cha msaidizi wa mwamuzi Philip Wenje. Kumbuka ni kipindi cha kwanza na bado wako 0-0 wote. Kipindi cha kwanza hakuna aliyofanikisha kuona lango la mwenzake. Ndio Mambo hapa ni 0-0. Wanasema utamu wa soka ni kupigana magoli. ndio. Hatujui ni kipi ambacho kinaendelea hapa bana. Haya, weka gozi, jezi namba 11, mmoja mwenzake toa pasa nzuri kabisa, analiweka kwa goti, hatari, wanaingia kwa kifua, kipenga kinapulizwa tena. Kibendera kilikuwa kipo juu. Wanasema kashan ota yule Philip Owenje anaota, ajalala, ajajifunika blanketi. Philip Owenje alikuwa amenyanyua kile kibendera, msaidizi wa mwamuzi. Haya, anasema outside, inakuwa ni goal kick. boli liko pale chini, anavuta hatua 3 nyuma, tayari kuligonga. Kipindi cha kwanza, kama ndo najiunga nasi, Ndio hakuna aliyofanikisha kuona lango la mwenzake. bado wako 0-0, nikikufahamisha tuko live Ndizi TV. Ndizi TV, kumbuka Ndizi TV tumefanya kazi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, leo ni siku ya 4. Bado tuko na wewe kabisa. Bado tuko na wewe, wanavyosema vijana kwamba leo ni kufinish kumalo, Na wadhamani wetu wana Nyanza Sport Vibes. bana, leo tuna finish mambo. Kumbuka wadhamini wako wa michezo hii ya The Nyanza Regional Ball Game, muhula wa pili, shule za sekondari, shule za upili, wadhamini wako ni The Nyanza Sports Wamekuletea vifaa Vibe. tofauti za michezo. Wanakuzia vifaa sio zaidi ya moja, tosha juu juu. Dunda mara ya kwanza, dunda mara ya pili, chukua kwa kichwa, inakubali, kwa miguu inakubali, toa pasa nzuri kabisa, 1 2 3, piga kwa kichwa, lakini wapi, kwa miguu, ruka kwa kichwa, toa pasa chini kabisa, inakubali, anapiga juu kabisa, kanzu inakubali, wapi, anaukosa. Amejaribu kupiga kanzu mara ya pili lakini amekosa. Nani Shakina Zakari yule. Haya, amemrusha tena, weka kwa miguu tena, wapi, kipenga kinapulizwa, Anauziwa Doruga. amechukua kiatu pale. Nani anachukua kiatu cha mtumba? Molina Tieno Anauziwa kwa bei nafuu. anakubali kununua kwa bei za mapema, Ndio lakini anakubali kunyanyuka kuendeleza mtanange. Mwamuzi wa siku Maxwell Were anasema foul ile. jezi namba 16 analiweka gozi pale, tayari akuje alinyute, ikikubali inyutike. Christina Diambo yule Mwite. Diambo Christine, piga mbele kabisa kwenye kitovu, kwenye lango pale, dunda mara ya kwanza, hatari, daka mlinda lango. Mpira kama huo ndo ulimfanya yule golikipa, ulimkanganya sana Naomi Oduo, Ndio na ikawa imeingia ndani, lakini ikawa ni offside kabisa. Haya, Kwa miguu, jezi namba 4 anaangalia piga wapi, anakata 1, kata 2, inakubali, anasukuma, wanasema tuende kazi. Haya,
Vurumisha kombora la mtu mzima, weka kwa kichwa, inakubali kwa miguu, inakubali, anamwacha jezi namba 4, anakapiga wapi? Kata moja mbili tatu, inakataa, kata ya 4, anakwenda nayo, kata, inakubali, anamwacha mwenzake, inakubali, anatoa pasa, inakataa, anakwenda nayo, kata moja mbili tatu, bado inakubali, anatambata na mpira, anawakata, kipenga kinapulizwa. Jezi namba 4 amenifurahisha. Jezi namba 4 yule alipiga mtu chenga Tina Akinyi, Anawakata watu 5 mara moja. Tina Akinyi yule, Watu 5 mara moja huyo. Tina Akinyi alihesabu wa kwanza, akihesabu wa pili, Kinyangarika mdogo ukimwona, akahesabu wa tatu, akahesabu wa 4, lakini ako na maarifa kwenye akili. akamwaga wa 5 yule. Upande wa futboli ako na maarifa hata Hakuna kunizidi marefu ya kuzidi yale kabisa. Huyu mimi nitamuita Didier Drogba. haya. Didier Drogba Ni kitambo pale, weka pale chini kabisa, vuta 1 2 3, akirudi kule nyuma anavurumisha kombora la mtu mzima kwenye lango, upande mwingine wanaruka, wanakata kwa kichwa. Nevia Molo anaachia hiyo Dunda, ruka tena, ruka wapi? Anaweka kwa Kichwa. kifua. Mwamuzi anasema taratibu, twende. Wanaingia tena Nyakach Amolo, nani yule, achia mkuki, nini ile mbovu inatoka Mbovu nje. kabisa. Jezi namba 6 mgongoni, Kumbuka, mwite nani, Joy Achieng, chelewa utapata mwana si wako. Joy Achieng yule, Joy Achieng. Chelewa upate mwana si wa kwako. Haya, Joy Achieng yule, Joy Achieng. Ngozi inaendelea, kata moja, anawakata tena. Akinyi Nambari 4 yule, amebadilika yule, atakuwa Ona vile anawachafua, gani? anawachafua mwanadada huyu vizuri kabisa kwake. Hatari! Dulanta, Jezi 18 mgongoni, Dulanta, lakini wanaingia tena, kata moja, piga mtu chenga kwanza na kubali. haya, inakuwa mwingu natoka nje. Jezi nambari 4 mgongoni, anafurahisha Jezi sana namba tena, 4 mgongoni, anaitwa Tina Akinyi. Tina Akinyi huyo. Tina Akinyi anasema mimi role model wangu alikuwa ni Didier Drogba. Akinyi kabadilika, Akinyi huyu, anasema yeye alijifunza mpira kupitia Didier Drogba. Akinyi ni mnyama huyu, Naona anawasakata wale mabinti kule kwenye gozi, anahesabu binti wa kwanza, hesabu wa pili, anahesabu wa tatu, hata chobo anawapiga vizuri kabisa. anawaambisha naitwa huyu Akinyi tena. Ukisileki atakulambisa wewe, uanguke chini. Haya bana, furahisha sana huyu banati Akinyi tena, Vizuri kabisa, Akinyi tena anafanya mashabiki kwenye uwanja unasisimuka huyu wananyanyuka wote kule juu, Akinyi tena. akiweka wadhamini wa hatari Achia tena, nene. piga kwa kichwa, anakosa. Haya bana, Akinyi tena, Akinyi tena, mchezaji ambaye bila shaka atakuwa ndiye the lady of the match yule. anafanya kazi nzuri. Fanya kazi nzuri Akinyi Akinyi tena tena huyo, kumbuka ni jezi namba 4 mgongoni, ukimwona utaona mchanga kabisa, wa timu ya Arala yeye. lakini ukiona ni mdogo, mjaribu uwanjani uone, Jaribu atakuchafua. utajua standard yake ya mchezo huyo Akinyi tena. Ngozi pale chini, piga mbele kabisa kwenye kitovu cha uwanja tena, anaacha gozi linadunda mara ya kwanza, jezi namba 15 analifuata, akifuatwa na jezi namba 8 mgongoni, Mwite Almond, anamsukuma, anamwacha chini, vurumisha, hatari, fanya kazi ya ziara. asante sana Mary Yakot, fanya kazi ya ziara. anaiangalia vizuri, Mary Yakot anasema chakula cha kwangu, anasema hiki ni chakula changu, daka na kulala nayo, anasema hapiti mtu. analala chali. Amna gari. Mary Yakot huyo, Mary Yakot yule Mary Yakot anaambia bwana, mimi sio haya bana, piga joo kwa joo. Haya, Naomi Oduo yule, ni Naomi Oduo yule, sio Mary Yakot. Naomi Oduo. Naomi Oduo, valia Naomi jezi Oduo. nambari 10 mgongoni, Naomi Oduo. Haya, mwite Naomi Oduo, anashika mgoli bana, kwa mbali kabisa shabiki anaweza kuona kwamba kwa mbali yule ni mwanaume, ni Unajua akifanya binti. Dulanta yule jezi namba inashika ile gozi itakuwa ni bao. Achia ile. Namwambia akifanya Dulanta pale. Naam. Haya. Gozi. Liko pale. Weka chini. Anaweka chini nane, Mary Yakot yule. Ndio. Kipa wa Nyakach. Kipa wa Nyakach. Mary Yakot anabaki na bila shaka Irene Wandera. Anapiga juu kabisa. Dundisha mara ya kwanza, dundisha mara ya pili. Weka kichwa lakini wapi, ananyang'anywa. Anasema kuna nafasi, anavurumisha kombora la mtu mzima. Pika kwa kichwa chini kabisa, anatamba nayo jezi namba 5, analifuata lakini wapi, anafuata jezi namba 14, inakuwa mwingu unatoka nje. Toka nje. Ngozi itakuwa kurushwa.
Inakuwa ngozi ya kurushwa. Ndio Naona mashabiki wa Nyakachi wana bendera za nyeupe kabisa. Haya bwana, mwana Nyakachi huyo Anatoa pasa, piga ndani kabisa, inakuwa mwingi, unatoka nje. inakuwa kona ile, kona ya 4 ya mchezo kipindi cha kwanza hiki. Kona la 4. Haya, kipindi cha kwanza hatujashuhudia kadi yoyote ile. Kumbuka hii ni fainali, Ndio. na fainali kupata kadi sio rahisi. Yeah. Hatujashuhudia pia mchezaji yoyote akionja lango la mwenzake. Ndio. Bado mambo 0-0 kipindi cha kwanza. Nikikufahamisha ya kwamba jinsi unaona ambao hao warembo wameng'ara uwanjani, walipata vazi Nyanza Sport Vibes. Wameng'ara sana. Na wakuja uchukue la kwako. Yani karibia katika maduka yetu ya Nyanza Sports Bila Vibes. shaka upande mwingine naona walinda usalama wako kule. Walinda usalama wafanya kazi nzuri. Na kipenga tayari kipulizwe. Haya. Kona Piga juu. anakosa nafasi ya Piga bado hatari. Joka anakataa. Tuliza tena. Inakuwa ni goal kick. Hizi 12 mgongoni Milseta Diamba. Inakuwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick. Chelewa utapata mwana sio wako. Na kibila siaka wanasema Waswahili, vijana wa siku hizi wanasema mapema ndio best. Na mapema inakuwa sio mapema kufikia sasa. Kumbuka Waingereza walisema early the bird catches the worm. Basi. Haya. Jinsi walisema hivyo. Achia hiyo. Anakataa. Wanaingia Nyakachi nini? Ana mega pasi mbovu ile. Mchezesha vibaya. Kadi ya kwanza ya mchezo tunaishuhudia. Haya. Kadi ya kwanza ya mchezo. Tumeshuhudia kadi. Anauziwa kiatu cha mtumba. Kadi. Anakubali kununua. Kadi. Mwamuzi wa siku anasema tuuze viatu vya mtumba. Pigwa kadi ya njano. Jezi namba 8 mgongoni. Vincent huyu. Maureen Atieno. Jezi namba 8. Maureen Atieno huyu wa Nyakachi anapigwa kadi ya njano. Kadi baada ya kumwanguza jezi namba 15 mgongoni. Anapigwa kadi ya njano. Haya. Unaweza kumbuka kuna nyimbo ambayo nilikuwa naifurahia. Naam. Kama ilikuwa inachezwa hapo kitambo. Hasira za nini we mama? Wataka kuniua bure mama. Lelelelelelelelelo. Yani ngoma ikiimba siku zile. Anauliza hasira za nini wataka kuniua? Bana, lakini anasema nani yule jezi nambari 8 mgongoni? Ndio. Muite Maureen Atieno. Maureen Atieno anasema mimi sina ubaya bana. Hana ubaya. Sikutarajia kumkanyaga. Hakutarajia. Haya, lakini yote 9-10 kadi ya njano ya kwanza. Wala si wako, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Wacha tutaona. Sina makosa wewe. Bana, ile gozi iko chini. Naona gozi iko pale. Haya. Ile gozi iko chini ile. Wanasema baada ya mechi watakuwa tu marafiki wasiuane. Watakuwa marafiki tena, marafiki wa chanda na pete. Haya. Voromesha 8. Kipindi cha kwanza kinatamatika. Kipindi cha kwanza kinatamatika. Na mwenzangu Hesbon. Ndio. Ukiangalia timu zote hizi mbili, timu ya Nyakachi na timu ya Arala, ndio wamecheza mpira kwa kujituma sana. Wote wamecheza kwa kujituma, huyu anatafuta na hakuna aliyofanikisha kuona lango la mwenzake. Bila shaka hakuna aliyeona lango la mwenzake. Na hata hivyo nawaambia wakienda kupumzika watembelewe na Nyanza Sport Vibes. Wanatembelewa na Nyanza Sports. Watutembele pale kwenye tenti. Thank you so much. Other teams will be proceeding to nationals, as we already said, and then the team that take back the trophy, remember next year when we are when we'll be doing the Nyanza regional sports, will be having the rights of bringing one team extra, and that's why they are playing these champions here, as you see, for these girls categories that you see here. Remember, as we had here, this is
Girls in green and Lara here in the Luminous kit, and already these two teams will be heading to the nationals as said earlier by the chairman of the Nyanza regional sports. Uwanja umejaa, umefumuka, juu kwa juu, inaita taratibu, tuliza ile gozi, wanaingia Nyakach, piga potelea popote, jezi 15 mgongoni, Mwiteline Datieno, piga ile gozi, anasema afadhali fedheha kuliko lawama. Haya bana, ikiwa leo siku ya mwisho, siku ya 4, tunapata mshindi ambaye atakuwa anawakilisha ukanda wa Ziwa, yani the regional, kwenye michezo ya nationali. Kumbuka the sponsors wale wa michezo hii ni the Nyanza Sports Vibe. Gozi natoka nje, itakuwa inaelekezwa kwa lango la Arala, ilikuwa inarushwa na anairusha ile. Soberea, tazama, Akinyi tena rusha juu kwa juu, anakataa tena Arala, tuliza kwenye kidane, juu kwa juu, katikati, piga pote la popote, anaikosa ile. Wanaingia tena Nyakach, mwamuzi wa katikati ya uwanja Max Ulwere, puliza kipenga, anasema ikabu kwa faida ya Arara. Ikabu ile, mwana jezi nambari 6 mgongoni, Mwite Juliet Akinyi yuko pale, jezi 10 mgongoni, Mary Atieno, kubali kunyanyuka. Captain Fantastic yule anasema nipo tayari kutetea timu yangu ya Arala. Anaamka Ikabu, ile itakuwa inachanjwa Ikabu kwa faida ya mabanati hawa wa Arala. Weka ile Ikabu chini, piga juu kwa juu, ile gozi sakama, valisha mtu kisigino, inakubali tena, piga juu kwa juu, wanaingia pembezoni kule kumtafuta nani, jezi nambari 9 mgongoni, Mwite Isa Aweno, daka kipa nambari 1. Haya, Mary Akot daka ile gozi, anasema chakula chango, anasema chakula chepesi hichi kama pilau. Anzisha Anyango Mary, wanaingia tena Nyakach, kata jezi 3 mkangare huyo wa Arara. Haya, tia kwenye kidani, vuka msajili wa katikati ya uwanja, Captain Fantastic Yukinta Diambo anauziwa duruga za mapema, sema mwamuzi wa siku Max Ulwere. Irago inapigwa Ikabu kwa faida ya mabanati wa Arala, anakuwa anaichanja nani, jezi nambari 6 mgongoni, Juliet Akinyi. Bila shaka Juliet, sio Juliet Akinyi, Captain Fantastic yule. Mary Atieno anakuwa anaichanja ile fall. Mary, weka ile gozi chini, juu kwa juu, kichwa kinaita tena, kata Nyakach. Haya, sema msaidizi wa mwamuzi Calvin Moturi, mpira wa kurusha kwa faida ya Arala, jezi 6 mgongoni, atakuwa anarusha ule mpira Juliet Akinyi. Akinyi Juli, cheza na mwenzake nani, jezi 10 na sweta mgongoni, Captain Fantastic huyu Getemba Molo, lakini mpira unakuwa mrefu, anatoka nje. Walitoa wale wanadada wa Nyakach. Napigwa Ikabu, ile Ikabu anapigwa Ikabu, naona kama mchezaji yule anajishikilia vizuri kabisa. Captain Fantastic yule tayari akuje kupiga hilo gozi, na ukiona upande wa pili yule kipa anapanga ukuta, anaachia tufali, kitu kinaita mbovu, anaikosa jezi nambari, lakini alikuwa kwa bao ambao angelenga, alingepata bao, na iwapo angeipata vizuri basi tungezungumzia mambo tofauti. Kipindi cha kwanza anapiga mbele kabisa kumtafuta mwenzake, piga juu kabisa kumtafuta jezi namba 8, lakini wapi, anachukua jezi namba 16, anatambaa na mpira, jezi namba 4 mgongoni, mlinda langa na udaka, mlinda langa na udaka, anakwenda nayo, rusha mbele kabisa kumtafuta mwenzake, namba 10, hatari, ameondoa bao ile, bado Dulanta limenukia, hatari, piga wapi, kata 1 2 3, inakuwa ndefu, kipenga kinapulizwa. Msaidizi wa mwamuzi anasema upande mwingine wamemchezesha madhambi. Philip Wenje anasema madhambi itakuwa ni pataki la Ikabu kwa faida ya mabanati wa Arala. Ndio, faida ni Arala. Piga mbele kabisa, anamtafuta mwenzake kwenye kituo cha uwanja, jezi namba ngapi mgongoni, namba 18, Quinta Adhiambo.
Quinta Adhiambo anapiga gozi, inakwenda ndefu kabisa, unaondoka nje. Anarusha, amecheza madhambi tena, kipenge na kwa huko. Faida ni Nyakach. Wanaweka gozi ni Ikabu. Jambo anaweka ile gozi chini, anaambia wenzake wote tusonge mbele bana, tutafute goli la mapema. Kumbuka anavuta hatua 3 nyuma, tayari kuja kuligonga gozi. Gonga mbele kabisa, hatari! Hatari! Go 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 go! Ladu! Wanakataa. Wanakataa. Namna gani? Wanakataa kabisa. Wamekataa kabisa. Mwamuzi katikati wa duara anakataa. Anasema kashaotea na kujenga kibanda kwenye ardhi ambayo si cha kwake. Naambiwa bomoa vibanda. Naambiwa bomoe. Haya. Vizuri kabisa. Jezi namba 2 anampatia mwenzake, anamfuata jezi namba 14, katamba na mpira, tuvurumisha kupira la mtu mzima. Juu kabisa kimtafuta jezi namba 16 pale. Lakini wapi? Anafuata gozi, chukua kata 1 2 3, anapiga wapi? Anatamba na mpira, juu kabisa, baada amekata kata 1 2 3 tena. Cross inakuwa mwingi, unatoka nje. Kumbuka unatupata moja kwa moja kama ni wadhamini wako sisi wana Nyanza Sport Vibes. Ndani ya Ndizi TV moja kwa moja kupitia kiwambo chako. Anachukua jezi namba 4, piga mbele kabisa, akimtoto mwenzake, tena piga kwa kichwa, tuliza gozi vizuri kabisa, wapi gozi na dunda. Anakwenda nao jezi namba 5, anavurumisha kombe la mtu mzima pale, lakini wapi? Anatamba nao kata 1 2 3, wanakwenda tena, wanatamba kutamba, wanatamba kutamba. Bali inakuwa mwingi, unatoka nje. Gozi inakuwa mwingi. Anatamba tena. Analalizwa mchezaji kule chini. Naona kama waganguzi wanakimbia kule uwanjani. Kumbuka hadi kwa sasa hivi ingekuwa shabiki wanasherekea mle uwanjani. Mwamuzi akasema alikuwa amesachezesha madhambi mle. Naona mchezaji amelala kule. Ndiyo. Inatokea Homa Bay County. Tutaona itakuwa vipi. Anapata huduma za kwanza. Naona mchezaji yule bado yuko chini kabisa. Anapata huduma zake za kwanza. Jezi nambari 15 mgongoni. Jezi namba 15 mgongoni. Jezi nambari 15 mwite Linet Atieno. Ako chini pale. Linet Atieno yuko chini. Amepata majeraha. Lakini anakubali kunyanyuka, yule binti stadi sana, jezi nambari 15. Ndiyo. Anakubali kunyanyuka, anatoka nje na wale anaenda kufanyiwa huduma ya kwanza mle nje. Anaenda kufanyiwa huduma kule nje. Huduma atafanyiwa kule nje. Vizuri kabisa. Naona kama gozi iko pale. Haya. Gozi iko pale. Gozi liko pale kama mchezaji yule baada anafanyiwa ukaguzi. Haya. Uwanja umejaa. Ndio. Uwanja umejaa mashabiki shakiki. Anarusha vizuri kabisa kumtafuta jezi namba 19, lakini wapi anapiga kwa kichwa akilifuata mwenzake jezi namba 9. Anatamba na gozi, wote wakitoka kwa mbio akasika, lakini inakuwa ndefu, inakuwa nje. Atakuwa anarusha Nyakach huyo. Haya, rusha ule gozi, wanakataa piga harara, mpira unatoka nje. Hujatoka mkacha. Harara. Tuliza. Mkacha unakataa jezi namba 8 mgongoni. Wanaingia, wanatuliza. Pembezoni kushoto, wanaingia taratibu nini? Anatoka lakini alikuwa amecheza viungo ile. Inakuwa ni kona. Inakuwa kona ya kwanza ile. Mchezo ile tunaishuhudia. Na inanikumbusha hapo kesho bana, kona kwanza walipata wale vijana wa Matoto. Ndiyo. Na wakawa wanamtutua mtu bao la mapema. Tukaona kama neti inatingizika. Tuone iwapo itakuwa inazaa matunda ile kona au vipi. Na siku zote unajua kona zikipata mtu stadi. Ndiyo. Mchangiaji wa mpira mzuri inakuwa ni mambo yako sawa. Haya, kona. Bila shaka atakuwa anatumia mguu wake
jezi namba 18 mgongoni. Namba 18 mgongoni, mwite nane anaitwa Irene Wandera. Namba 18 mgongoni. Irene Wandera atakuwa anapiga ile box. Irene Wandera anaweka ngozi ile chini. Mwamuzi wa siku Michael Were pale anawaambia mashabiki, jamani, tusogeni mbele, tumpe nafasi aweze kuvurumisha. Uwanja umejaa. Uwanja umejaa hadi pomoni. Bila shaka mfadhili wa michezo hii yuko hapa mwenyewe. Ndio. Joshua mwenyewe amefika hapa kushuhudia michuano hii, na tukumbuke kwamba yeye alipoingia hapa alisema kwamba anatakia timu Shekwatu. Haya, tunaomba wale ambao wako pale chini, tunaomba songe wanafunzi wacheze tafadhali. Wale ambao wako kule chini wanaambia wachezaji mashabiki walioko kule kando uwanja watoke tafadhali, fans mradi waanze gozi. Haya, wale ambao wameingia ndani ya kiwanja tutoke tafadhali. Gozi itakuwa kuchanjwa. Anaitia ile gozi chini bila shaka. Bado ni Irene Wandera. Tafadhali wale wako chini tunaomba mwache wanafunzi wacheze. Gozi itakuwa kuchanjwa. Tafadhali. Gozi itakuwa kuchanjwa pale. Wale ambao wameingia ndani ya kiwanja huku ndani tutoke tafadhali. Tunaona kama shabiki wanaleta vurugu pale, wataki kutoka kwenye laini. The security team. Tunaona kama shabiki mko wapi tafadhali? Shabiki ni kama wanaleta vurugu pale kwenye laini, na mwamuzi wa siku inafanya gozi bado linasimamishwa. Haya bana. Tafadhali, kulingana gozi inasimamishwa. Wale security team wetu mko wapi tafadhali? Gozi inasimama. Security team inakuwa ni kelele ambapo wanalete na mashabiki. Mashabiki wanaleta vurugu pale, kumbuka. Umeingia sana tafadhali. Tusonge. Na inabidi mpira isimamishwe. Naona kuna mashabiki wengine ambao wanaelewa sana, wanasema kwamba tafadhali tusonge nyuma, shida iko wapi? Wote tunahitaji kuona mpira, na wanawaambia wale mashabiki wenzao kwamba rudini nyuma tafadhali, turudi nyuma ili tuweze kuwapa kazi rahisi ya kucheza. Tunataka kuona jinsi ambavyo gozi itakuwa. Tusubirie tuone mambo atakuwaje, tujue itakuwa vipi, lakini yote 9-10 lazima patikane mshindi na mshindwa hii leo. Lakini kitu tumepata ni kwamba shabiki ndio wanaharibu gozi. Mashabiki siku zote, hakuna siku wachezaji wakaanza na wameingia uwanjani na hawataki kutoka. Napenda sana wachezaji wa timu zote hizi mbili, ukiwaangalia hawana wasiwasi. Napenda sana wacha tuone. Wacha tuone jinsi ambavyo itakuwa. Naona kama usalama umekuja. Walinda usalama washafika. Walinda usalama washafika kutuliza ile hali. Wanatuliza. Kazi mzuri kule chini. Baba Mesh from Migori, kazi mzuri. Wanawaambia wasonge kule. Baba Mesh, tafadhali, wewe ndio tunakutegemea kule chini. Ukifanya kazi hapo chini basi utakuja uchukue chai huko juu. Baba Mesh, ni kazi tafadhali. Nyanza Sport Vibes wadhamini. Na wale security team ambao wako kule tunaomba tusaidie. Wakiwemo humu ndani
Walinda usalama wamefika hapa kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa. Wakati ambapo huyo God unasimama, atakwambia yule ambaye unataka mipira. Tunakwambia kwamba iwapo una tatizo na unataka ngozi, unataka mipira, unaweza tembelea wana Nyanza Sport Vibes. Na Nyanza Sports Vibe tunapatikana maeneo gani? Unatupata katika Waumini Plaza orofa namba ya 2. Banafika pale karibu na eneo la Choma Choma, katika barabara kuu la kutoka Kisii kuelekea Kisumu. Ama ututembelee kupitia nambari yetu ya simu 0706000555 ama utume barua pepe kupitia www.nyanzasportvibes.co.ke. Lakini pia kumbuka, kwa siku ya leo tuko katika maeneo haya, tuna hema letu hapa, ikiwa ni siku yetu ya mwisho ya kumaliza michezo hii, na sisi wako na tikiti ya kuenda national. Naomba tuwapatie nafasi wacheze, tupate yule position. Na ukienda pale utapata warembo ambao watakuhudumia. Wakina nani wako pale, warembo wetu wa Nyanza Sports Vibe. Ndio mambo ya kumbuka mambo ambayo wanazo huduma nzuri tu. Fika pale uweze kuulizia mambo ya tuwapatie nafasi wacheze. Bila shaka gozi liko wale waamuzi wa katikati ya uwanja wanaitana, wanashauriana, wanazungumzana, waone nini mbaya, wazungumze wao kwa wao, waone watafanya vipi. Wachezaji pia wanatoka kwenye gumzo ambao walikuwepo na wakirudi kule uwanjani. Napenda sana wachezaji siku zote wanaimarisha nidhamu ya juu. Kule chini bado tunazidi Scott bado hapo mbele, Scott Eric hapo mbele bado yuko shida tengeneza. Naona kama walinda usalama wanafanya kazi upande mwingine pale chini. OCS brother Scott Eric, tengeneza pande hii. OCS tusisahau kwamba wengi sana ambao wamefika hapa kushuhudia michezo. Wale wa mbele wakae chini na wale wa nyuma wasimame. Sports chair mwenyewe bwana Joshua amefika hapa na ameketi chini upande wetu wa mkono wa kulia, akitulia, anatulia pale, anasema bwana, mimi naitakia timu wale wa mbele wakae chini na wale wa nyuma wapate kusimama, alafu ndio tuendelee. Sana mashabiki ambao wanafanya kwa sasa hivi, wakati unasonga unapata nafasi unakaa chini, alafu ndio tunaendelea. Tuko tayari, tunapenda mpira sana, ndio tunapenda mpira, na ndio maana mpira sana na hatutaki kuvuruga kitu. Basi tuko tayari kuketi chini ili kuona mpira unaendaje, na hilo ndilo sababu imefanya tumekuja mahala hapa. Remember the coach of under 17 is here. The national coach of under 17 is here. She's scouting for 8 players. So kindly we need to have this match played today. Jinsi ambavyo watu wanacheza. Kindly just give the security officers time. Naona and kama as you know, KO under 17 is going to the World Cup and she's here and she's seriously scouting. So please, bado gozi liko mle chini. Gozi limesimama. Hali inatulia, mambo yako taratibu, limetulia kabisa kwenye uwanja. This is now Nyanza Gozi limetulia kabisa kwenye uwanja, mambo yako taratibu. Bana, kama ndo unajiunga nasi, ni kipindi cha kwanza hiki. Medals for MVPs and again 9 big trophies to be awarded today, and we have to get the winner here. Brother Joshua, that is good. The netball girls finals, Yungi Ogango and Nyakach girls is on. You can walk and watch that. Basketball semis 3-on-3 is on. Ambira takes Njiko boys from Kisumu County. And Sagongo takes Maseno School this morning for rugby. Not rugby, but basketball 3-on-3. Basketball 3-on-3, 3 teams will represent Nyanza at the Nationals, while rugby girls, 4 teams will represent Nyanza at the Nationals. So try and get the best team for rugby. 15s for the girls will be enjoying all these actions from here at Kisii School for the Nationals coming next.
jezi 9 mgongoni huyo Isa Awino, kata beki fantastic Iron Ndera yo. Wanaingia Gaga nini tia fataki ile, lakini kazi nzuri akawa hajalenga, ndivyo sivyo, inatoka nje ile. Ingekuweko Mwanaidi lakini bado. Haya, weka ile gozi chini, kipa nambari 1 Naomi Oduyo Warala huyo, wanawakilisha jimbo la Homa Bay. Ndio. Haya, anzisha ile gozi Arala, tuliza juu kwa juu, anakipiga kimbea beki fantastic yule Akinyi Aisha. Haya, Christina Diambo sio Akinyi Aisha, piga juu kwa juu, kichwa kinaita tena, jezi 7 mgongoni Nyakach, kichwa tena kinaita, anaingia lakini kibendera kipo juu. Calvin Mature kashaotea. Haya, anasema Philip Wenje huyo, ndio msaidizi wa mwamuzi, ulikuwa umeshajenga kibanda eneo la yenyewe, inakuwa ni offside ile. Inakuwa ni offside ile. Anakuwa anaanzisha Mwanaharana, bila shaka atakuwa anaipiga ile 8 jezi 10 mgongoni Mary Atieno, kichwa kinaita tena Captain Fantastic huyo, jezi namba 10 mgongoni 19 huyo Moite Velma Awar, wanaingia nini taka kipa namba 1 yule wa Nyakach Merakot anadaka ile gozi, anasema rahisi sana kama 1 2 3, kichwa kinaita tena Arala, toleza tena, najaribu nini. Haya, anaweka ile gozi chini Mwana Arala, Moite nani yule. Haya, Awar Velma, piga juu kwa juu, kichwa nini ile bovu ile, na kwa mwingi unaondoka nje, itakuwa ni goal ile, itakuwa ni goal kick ile. Wanaanzisha tena kwa haraka Nyakach, cheza na Irene Wandera, juu kwa juu, anampa 8 pembezoni, jezi namba 7 mgongoni, lakini piga potelea popote, unatoka nje. Haya, akwanurusha nani Mwana Nyakach, Moite Aileen Wandera, jezi 18 mgongoni, piga tena jezi cheza 11 wake Awino Wandera, kata hawa wanaingia taratibu. Mwanaharana Lenet anaingia, jezi nambari 8 mgongoni Nyakach, Morina Tieno gawa, cheza na nyuma kwake nani Adwambo, wanaingia lakini anatoka mlinda lango nambari 1 mgongoni huyo Naomi Oduo, anasema chakula changu. Naomi Oduo anamwachia Linet Atieno, jezi 15 mgongoni. Linet Atieno atakuwa anaichanja ile, tumia goli lake la kushoto vilevyo, piga pembezoni kushoto, lakini kichwa kinaita taratibu, tuliza kwenye kidani, jezi 4 mgongoni, anatoa ule mpira, unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Mwana Nyakach. Amelipiga na linaondoka nje. Haya, alitoa Tina Akinyi, alitoa ile gozi Tina Akinyi, itakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Mwana Nyakach. Anasema hakuna nafasi la kuliachia mtu apite. Anasema hakuna nafasi, anapiga potelea popote. Ndio. Anasema hapa nitatumia viwango vyangu vyote. Nakumbuka ni kipindi cha kwanza, bado wako 0-0. Hakuna alofanikisha kuonja lango la mwenzake, na bila shaka kama kuna yule mtu ambaye hajafika hapa kushuhudia michuano ama yupo mbali, ndio hawezi kuona uwanja mzima, kumbuke kwamba tupo live kabisa ndani ya Ndizi TV. Afike Ndizi TV atupate live kupitia kiwambo chake, andika Ndizi News TV Digital, alafu mambo yanakuwa yako sawa kabisa. Azita tena Nyakach, tuliza jezi nambari 9 mgongoni, wanaingia Nyakach gaga nini ile, ameudaka mlinda lango, daka ile gozi Naomi Oduo. Ndio Naomi Oduo anadaka ile gozi, amelidaka vizuri kabisa, na bila shaka isafu ya ulinzi isipojiangalia vyema, basi mambo yatakuwa taratibu hapa tofauti. Wanaingia Nyakach, jezi kimbilia ule mpira, anazuia, anaweka kigingi 8, jezi namba 6 mgongoni Juliet Akinyi, anasema hii nitazuia bana, inakuwa ni goal kick. Anaidaka ile gozi, anaanzisha cheza na 8 Millicent,
pembezoni kushoto, tumia gula lake la kushoto kwake nane Millicent Diambo. Millicent Diambo gawa pasi iliyokwenda skole, chenga ya kwanza, chenga ya pili, jezi 14 lakini kata Captain Fantastic Mchezesha vibaya. haya kwa ni mpira wa kurusha, captain huyo jezi nambari 19 mgongoni Velma Atuar. Gozi itakuwa kurushwa. Haya itakuwa inarushwa ile gozi. Gozi itakuwa kurushwa. Itakuwa inarushwa. Ni ikabu ile sio ya kurushwa. Ndio. Anakuwa anachanja ile ikabu jezi nambari 14 mgongoni. Anachanja mpira. Shakira Isaac azisha tuliza jezi 6 mgongoni, tumia gula lake la kushoto taratibu, mpira mrefu unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa Manarara. Zuri kabisa, anaenda kurusha. Ni jezi namba ngapi mgongoni? Namba 6 mgongoni, mwite Juliet Akinyi. Juliet Akinyi rusha mbele kabisa kumtoto mwenzake jezi namba 18. Wapi anampiga bado, gozi linakuwa nje, mwingi unatoka nje, anachukua tena huyo Juliet, anaangalia rusha wapi, rusha mbele kabisa kumtoto mwenzake, piga juu, mwingi unatoka nje, inakuwa goal kick. Inakuwa goal kick ile. Haya bana, kipindi cha kwanza, kama ndo unajiunga nasi, tupo live kabisa ndani ya Ndeze TV. Mimi mtangazaji wako Majaliwa Ali, nikiwa na mwenzako Esbon Oiti. Anachukua mbele kabisa, anaangalia piga wapi, toa pasa nzuri kabisa mle mbele, ala mbia miguuni anatoka na kulidaka mlinda lango ule. Na iwapo mchezaji wa Nyakachi yote angekuwa na mbio, basi ule mpira angeupata kwa urahisi sana. Ndio. Lakini yanakuwa tofauti. Bila shaka jezi namba 4, toa pasa nzuri kabisa ndefu, linadonda mara ya kwanza, anakimbilia gozi. Jezi namba 5, piga, analiondoa nje, anaitoa kwa utaratibu zaidi mwana Nyakachi huyo. Mwana Nyakachi Akinyi Aisha. Akinyi Aisha anatoa gozi nje. Haya, itakuwa inarushwa. Rusha mbele kabisa, tafuta mwenzake. Sababu ya kati, anaangalia piga wapi, anakata 1 2 3, inakubali, anatoa pasa nzuri, inakataa, anavurumisha komba la mtu mzima mbele kabisa, cross ndefu kabisa, inatoka nje. Itakuwa ni mpira kurusha kwa faida ya Mwana Arala. Atakuwa anarusha Juliet Akinyi, rusha Akinyi Juliet kumtafuta nane, tuliza ile gozi, mpira mrefu nine, anamwachia kipa wake nane huyo, mwite Christina Diambo, anamwachia Mary Akot, anasema daka igozi, anzisha Mary Akot, vuka mstatiri, wanaingia Nyakachi wapi, kata jezi 15 mgongoni, popote. Kumbuka amekataa, amesema hakuna kupita huko, na anafanya jitihada zote kuona ya kwamba hakuna bao limefungwa mle. Anaitwa Lina Tatieno yule. Ndio. Utakuwa ni mpira kurusha kwa faida ya Mwana Nyakachi. Rusha nane jezi 18 mgongoni, tuliza tena ile gozi, achia fataki, wanakata Arala, tuliza katikati ya uwanja, jezi nambari 5 mgongoni, kushoto mbovu ile hafifu, nini namna gani amesaidia mesaidia ile gozi, mesaidia bao, mesaidia godi Naomi Oduo. Haya, tuliza jezi nambari 4 mgongoni, anatuliza ile gozi tena taratibu, wanakata, rejea tena Mwana Arala, jezi 9 mgongoni huyo, mwete 8 Isa Aweno, mpira mrefu unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha, anakuwa anarusha 8, napigwa foul ile. Awino yule alichezewa madhambi. Ndio. Chezewa madhambi Awino. Weka ile gozi chini Mwana Arala. Anakuwa anaichanja ile Tina Akinyi. Sio mbali sana na maeneo ya hatari. Haya, ikipata mchanjaji mzuri wa mipira mefu basi mambo yatakuwa ni tofauti. Tusubirie tuone kipindi cha kwanza. Kama ndo unajiunga nasi, hakuna lofanikisha kuona goli la mwenzake Mwana Alana akikabana kona. Nyakachi fainali hizi za michezo ya shule ya upili muhula wa pili, achia tufali mbovu ile, amelipiga linaondoka nje, anakuwa anajenga mnalo ule, inakuwa goal kick, apiga kwa juu, inakuwa ni goal kick ile. Mnalo wa Boberi unaleta goal kick. Haya bana, goal kick ile, anamwachia nane Mary Akot, na muona na Wandera yule Mary Akot pamoja na Akinyi Aisha.
anzisha Aisha, pega juu kwa juu, kichwa kinaita Arala, toka nje, toa ile gozi, jezi nambari 4 mgongoni, Tina Akinyi kwa faida ya mwana Akach, anarusha tuliza kwenye kifua, pega juu kwa juu, wanakataa tena Arara, tuliza ile gozi kwenye valisha Mtukanzi, lakini akataa tena Nyakach. Mpira unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida za mwana Arala. Anarusha ule mpira bila shaka kama kawaida yake, jezi nambari 6 mgongoni, mwite 8 Akinyi Juliet. Akinyi Juliet rusha kumtafuta nane, jaribu kanzu hiyo, inakubali, havialisha mtu kanzu hiyo, anakubali kuivaa, lakini yote 9, toa ile gozi, inatoka nje, inakuwa ni mpira wa kurusha. Wanaanzisha tena mwenye Nyakach huyo, cheza na jezi ngapi? 15 mgongoni, juu kwa juu, vuka mstatiri, wanaingia Nyakach, wanaingia
Haya, mbele ya kamera, mbele ya umati, mbele ya Mungu. Mosora, maji yanawekwa hisani ya kasisi na nahodha captain. Haya, Ndembo anasema anatoa 1000, atatoa shilingi 500. Haya, asante sana. Mbona unashusha chini wewe? Ni Zakayo unashusha. Tumesema ni elikani 1000 ni 1000. Wacha kushusha. Nisijashusha mimi. Tulisema anguka naye. Najua hizi picha ambazo Kangwana anazipiga zitenda mbali. Akina Teya wanamtegemea. Sema amemtuma hapa wapigia picha quality. Wanasema kwamba picha ni takriban maneno 1000 na wakati huo unaona kuna badiliko upande wa Hawinga, badiliko la pili kunradhi ya Winga Alara, badiliko kwa upande wa Alara, jezi 17 anaingia ugani, 14 kama Chicharito anatoka nje. Tusubiri 17 ameambiwa nini katika kipindi hiki cha pili. Asante sana. Ni badiliko ambalo limeweza kuandaliwa, tuone kama litakuwa ni badiliko la kiufundi. Haya, sikiliza, wanaleta chini kwa chini, hatari, Kizaza bado anapiga chia kwanza, ya pili, namna gani alipata nafasi Mura akamkwepa mlinzi wa kwanza, wa pili akasema tisti midhili ya Berlin Wall, ikamzidi ukatoka nje, wanapata kona. Nyakach wananuzurika Alara, wananusurika kina dada wa timu hii ya Alara. Habari kutoka Kisihot, Kuntu huyu Kurukonto anajituma sana upande ule wa Kisihot. Pia ni mchezaji wa timu ya media ya wanahabari wa Kisii, timu kali sana. Inafaa tupewe Gorosare tucheze nao. Tupewe Gorosare kama Kisii media, tupewe Gorosare. Umeomba tutapewa. Kona mashabiki wanaambiwa tafadhali waweze kusonga taratibu. Lakini leo kumekuwa na amani, mashabiki nidhamu ya hali ya juu. Kumekuwa na nidhamu ukilinganisha kwamba kwanza ni mechi ya kina dada, la pili ni kwamba wote washafuzu kwenda nationals. Kwa hivyo hakuna zile hisia au interest ambazo ziko juu sana. Ndio maana tu utulivu umekuwa katika mechi hii. Asante sana, utulivu kwa mechi ya vulana tutakuwa tunawapea mwelekeo. Tukipata mwelekeo na sisi letu tutakuwa tunakuwajuza. Sikiza kona. Atakuwa anachonga mwite Morin Atieno. Kona hiyo wanafaidi kina dada wa timu ya Nyakach. Naleta pale kona hafifu. Haya, ringa pembezoni, hamna mtu. Anakimbilia beki huyo mwite Akinyi Aisha. Sio Aisha Jumwa. Haya, dunda 1 2 3. Toka nje. Kumbuka tuko ndani ya Ndeze TV, CPN TV. Hakikisha unayapata matangazo mbashara. Langu jina 001. Piga pasi Nyerezi, unacheza wapi pale? Anakataa beki huyo mwita Aisha kwenye gamba la kifua, jazi nambari 9. Piga pasi pale kwake jazi nambari 16 kwenye gongo za mwite Joy Acheng. Namna gani hatari, Kizaza anasema ni heri fedea kuliko lawama. Ngozi inatoka nje. Ilikuwa nafasi Mura upande wa timu ya Nyakach, jezi 11 akaweza kupenyeza, alikuwa mbakisha tu beki mmoja aweze kuachilia tobo. Beki akasema kwamba iwapo utapita mpira usipite, mpira haukupita lakini amepata jeraha. 1 for the team. Sana. Sema heri mpira upite. Lakini ngozi pite au pasipite. Bado ni utulivu. Mashabiki wametulia tu, ni midili ya maji mtungini. Haya, rusha pale. Iga juu kwa juu. Labda kali pale lakini naukosa. Haya, iga kichwa hatari. Kona. Ilikuwa ni nafasi ya ushambulizi kwa upande wa timu ya Nyakach. Wakalegea kidogo Alara, wakajaribu kushinikiza lakini haikuwezekana. Wanapata kona. Wametuliza mashambulizi yao, wameongeza upande ule wa ulinzi. Je, watalinda hadi dakika ya ngapi? Wataweza kulinda na kutunza goli lile hadi wakati upi? Tuone kama watakuwa wanaruhusu. Haya, kona naenda kuchanjwa. Kona naenda kuchanjwa pale. Haya, sikiliza. Analeta pale, piga kichwa namna gani?
kwa Belinga Shabaha sentimita za kuhesabu. Ule upande wa delivery ulikuwa sawa, ukapia kwenye mstatili, ukapata kichwa, kila kitu kikawa sawa, lakini upande wa accuracy ukamsaliti. Wanakosa bao la kusawasisha Nyakach. Asante sana, maneno yake mhakiki na mdadisi wa soka Mwitendemo TV kutoka kituo chako cha Ndizi TV ambacho kinapatikana katika barabara ya kuelekea Nyamatalo. Nyamatalo, piga pale para za kichwa, wanacheza piga uka piga, lakini beki huyu anakataa. Aisha anasema mimi sio Aisha Juma, ni Aisha natoka nje. Anasema Aisha anasema kwamba mimi naye niko piga pote la pote toka nje. Kile ambacho pia kitaweza kuwa kiongelewa sana ni kwamba japo wengi wako hapa katika mechi hii walidhani kwamba baadaye tungeweza kuwa na fainali ya vijana, kuweza kuona kwamba nani atakuwa bingwa wa Nyanza, nani yule ataweza kuwa akienda upande ule wa kitaifa. Kunaye Kodero Bara ashafika fainali, kunaye Gorosare na Matutu. Tunasubiri kwamba nani yule ataweza kupatiwa na ile upande wa juri ya michezo hii nafasi ya kwenda kwenye fainali. Nusu fainali itarejelewa, walioumia watafanyika vipi? Ni kusubiri tu, lakini kinachohusunisha leo hii ni kwamba fainali ya vijana haitakuwa na tunasema ni heri nusu shari kuliko shari kamili. Kumbuka basi wadhamini wakuu ni wana Nyanza Sports Vibes ambao basi wanauza bidhaa mbalimbali jazi, hususan ligi kuu ya Uingereza inaanza mwezi wa 8. Niliona kwamba jazi ya Manchester kwa sasa tumeweza kumpiga nje timu Viwa, tumeleta Snapdragon, Snapdragon ambaye pia inahusikana na mambo ya simu, ndiye atakuwa mfadhili wa Manchester. Kwa hiyo ukinunua jazi hakikisha kwamba iko na hiyo Snapdragon ambaye ndiye mfadhili wa United Man msimu ujao. Naambiwa kuna kaka wanaomba jazi wanunuliwe jazi na wachumba wao, lakini performance ni zero. Hili moja ya Manchester. Imekuwa hili ya Manchester. Sawa. Kama wewe basi ni mchezaji hodari na sahihi. Akiniamini nitajiamini. Haya, taratibu. Kumbuka basi kama uko ndani ya Nyanza, jazi zote, jazi la Arsenal, Chelsea, United, Newcastle, timu zote tu ya Madrid zipata ndani ya Nyanza Sports Vibes pale ndani ya Wamini Plaza. Karibu na choma lo. Hatari. Namna gani ndio kwa piga, namna gani kwa kama hatari go namna gani. Mama yangu kitu tu. Sasa tunaweza kuhesabu. Asina bahati ya batiki hapa. Alipata nafasi murua jezi 9, mshambuliaji mtegemewa katika timu ya Nyakach. Akawa kwenye kidari ikakubali, gushoto ukakubali, jaribu penyeza upande wa 4 post ikamsaliti, na Nyakach tena kwa muda nafasi nyingine tena wanapoteza nafasi ya kusawasisha katika mechi hii ya fainali. Itabidi wamengoja tena. Gari pale ida wangu Emerson, lakini ngozi inatoka nje. Kumbuka basi zile trophy ambazo timu ambayo itashinda itabeba inatoka kwenye Nyanza Sports Vibes. Wanasema kwamba mcheza kwao utuzwa na watakao tuzwa watapata kwa hisani ya Nyanza Sports Vibe. Pia bila kumsahau upande ule wa Peak Sports Uniform pia ambao ni wahisani waliokuja on board kuhakikisha kwamba matangazo haya unayapata vema moja kwa moja kwa hisani ya Ndizi TV. Upande mwingine unatazama upande wa Cyprian TV, upande wa Facebook, yote la msingi ni kwamba tunahubiri soka. Unajua tofauti ya Cyprian ni jina la kike. Cyprian kike ni Cyprian. Kike ni Cyprian, kiume ni Cyprian. Mungu kitaja wataweza sema ni Cyprian Awiti. Haya, anatukosoa vema ni Cyprian anayetuambia haya yote kwamba unayapata pia kwa hisani yake. Aisha iga pasi pale kipana nyaka anarudisha 1 2 iga juu kwa juu, wanacheza
wapi kitu kinaita piga pale hatari basi nakatwa rudisha moja mbele kataa. Na unajua Kasisi, kuna ambao wanafuatilia haya matangazo mitandaoni, lakini wanakosa kufahamu kwamba kando na kutazama michezo hii, kile ambacho tunahitaji kwako, weka hiyo like yako, weka comment yako, follow page hiyo. Kama njia pia hatuhitaji fedha, lakini ukifuata mitandao hiyo unaipatia umaarufu, unaifanya iweze kuaminika, kuleta mengine na mengine kwa kwao. Watazamaji wapo, nambari zao zaonekana, kwa hivyo upande ule wa Facebook, YouTube, Ndizi TV News, ndipo sasa tuweze kusema hiyo ndio shukrani ambayo unaweza kutupa. Vile vile uweze kufollow pale Sipenda TV. Asante sana Amepiga midili ya Thomas Partey. Amepiga midili ya Thomas Partey, nafasi murwa bila pressure, anapiga tu nje. Asante sana basi, amepiga midili ya kuweka bodi. Asante sana ndio Thomas Partey, mchezaji mzuri sana. Unapomwongelea Bruno ni kwamba angalikuwa katika mechi ile, labda tungeona France upande ule wa nusu finali, hatukuwaona kwa sababu aliweza kupigwa nje, kumaanisha kwamba ni kiungo matata, sio Manchester, hadi upande wa Portugal. Asante sana. The only penalty taker ambaye naweza kumwaminia aweze kupiga penalty ya kuokoa maisha yangu iwapo nitakuwa kwenye shida, basi Bruno Fernandes, yeye naye nitaweza kumwamini na nafasi ya penalty. Asante sana. Haya, kuna wachezaji wako chini. Kuna wachezaji wako chini. Asante sana. Tusubiri tuone mambo atakavyokuwa. Hapa. Kuna mchezaji uko chini, pewa ganga za mganga. Unajua kuna siku moja anaitwa Oscar Dos Santos Jr. akichezea Chelsea, aliumia, alafu basi akaona daktari ni wawili, wa kike na wa kiume. Akaona wa kiume ametangulia, akasimama, wewe wa kiume akarudi, wa kike akaendelea kuingia uwanjani, tena akarudi chini. Anasema kwamba wakati wote ukiwa na nafasi itumie vema. Akamwambia madam, sijapata jeraha lakini you can take your time. Kasimu, my doctor, my choice. My doctor, my choice. Akamwambia madam, take your time. Tuko mbele, tumefunga magoli. Nikana kwamba uende hospitalini, bibi yako anazalisha, alafu na ujauzito, ufike pale uone kwamba ni baba ndiye atakuwa akimsaidia kuweza kujifungua. Unaweza kataa useme kwamba hajakuwa tayari bado kufungua, acha mwingine tena akuje. Acha nimpeleke hospitali nyingine. Hayo ni malimwengu. Kumbe kwamba unalipa, kwa hivyo uko na haki ya kupata services ambazo unazitaka na mhudumu ambaye unataka pia. Ndio maana nasema mimi iwapo nitaoa nitajifunza kila kitu. Kuzalisha, ujifunze kila kitu. Uwe self-contained. Uwe self-contained. Ndio isije kufanywa kazi na mwanaume mwingine. Zote. Haya basi, ni Kasisi akieleza tu mambo bayana haya hivi, na hapo unafuata haya. Kumbe kwamba kaunti ya Kisii ni kaunti ambayo wanasema kwamba NCO Mwando ni upande ambao tuna kila kitu. Kama hujafika Camel Park bado hujafika Kisii. Hujafika Kisii. Ufanisi hujafika Kisii. Kama hujamuona Kasisi wa soka, hapana, hauko Kisii. Lazima muone Kasisi. Asante sana. Kama hujamuona Cyprian pia bado hujafika Kisii. Na nikutetezi. Kwani ulipata nani huyo Kasisi Cyprian? Kwanza Ikabo tutaweza kukuambia hapo. Takuja kwanza pale, mwite
Irene Wandera, lakini wanapoteza muda hapa. Kuna mchezaji uko chini hapa, ni katika harakati za kupoteza muda tu. Asante sana. Unajua, katika mechi mchezaji anapokuwa ugani ni yeye kuweza kuona kwamba ataendelea hadi dakika ngapi. Akihisi kwamba yuko vema, ni haki yake aweze kuenda chini. Wale walio uwanjani wataona kwamba alijiweka chini ama hakujiweka, lakini ako chini. Upande wa timu ya Nyakach wanahisi ni kwamba baada ya tabibu aliyekuwa akimwendea kurejeshwa, watahisi ni kana kwamba ni muda walikuwa wanapotezewa. Wanalalamika kwa Matchcom kwamba njia gani hii ya kucheza mchezo, lakini yote 9 fauli wanayo. Asante sana. Mpira wa ikabu Nyakach wanakuja kufaidi kina dada wa Nyakach. Sikiliza, tutakuwa na dokoza mwite Irene Wandera, analeta pale nzuri nje. Namna gani hapa Irene Wandera? Irene Wandera alipata nafasi murwa, alikuwa na nafasi ya kuweza kupoteza mpira ule, hatua nyingi kutoka kwenye lango, kapiga refu upande wa far post, ikapita mita chache tu kutoka kwenye lango, bado wanazidi kunusurika Alara. Natoka jazi nambari 7 mwite Lilian Adhiambo, anaingia jazi nambari 12 Elizabeth Alfin. Nafahamu kwamba wachezaji walio hapa wanajituma wakifahamu kwamba washikadau na scouts mbalimbali kutoka upande ule wa coaching wa michezo hii wako hapa ugani kuhakikisha kwamba mchezo huu umeweza kufuatiliwa, na kwa nikikueleza katika muda usiokuwa mrefu. Na haya piga pale na mbona refa hatusikizi? Upande mwingine wasimamizi wa Nyakach wanahisi kwamba ni muda mnapoteza. Yote 9 substitution ishafanyika kwa faida ya timu ya Alara ambao wanazidi kuleta miguu mipya katika mchezo huu kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuchunga kwa maisha yao yote ushindi walio nao kufikia sasa wa bao moja. haya hatari pale, penalty. Wanapata penalty Nyakach. Wanapata penalty Nyakach hapa. Namna gani? Walipata nafasi murwa ni wachezaji wa Alara pembezoni kulia Nyakach, wakajaribu kushirikiza kwenye lango, nikana kwamba mchezaji wa Hawinga akapata mpira ule kwa mkono, na alipopata kwa mkono refa alikuwa karibu naye na akahisi kwamba hii ni penalty. Upande wa Alara watahisi kwamba imekuwa rahisi sana refa kupeana, upande wa Nyakach itakuwa ni afueni, lakini bado penalty ni nusu goli. Mlinda lango amekuwa vema kipindi cha kwanza, mlinda lango wa Alara penalty, lakini pia refa anaenda kumwambia kwamba usitoke kwenye mstari kabla penalty kuweza kupigwa, ukitoka itarudiwa na ni hasara kwako Kasisi. Asante sana. Penalty jazi nambari Tafura Pabia anakuja kucheza penalty hapa. Penalty hii muite Christine Adhiambo. Christine! Moja. Ilikuwa ni penalty yake Christine, ana kwa ana na mlinda lango. Mlinda lango akawa mkakamavu, mlinda lango akawa tisti, akadhani inaenda kulia, ikapigwa kushoto, akabaki amesema bila uwezo. Nyakach 1 Alara 1. Huko kwetu Rwanda Entebbe watakwambia Wahed, yani 1-1. Marani gavana Jefferson Ngwae, gavana wa kwanza toka Marani, yaliyopita si ndwele. Haya
taratibu. Christine Adhiambo, mfungaji wa penalti, piga chini kwa chini, analeta pale Dunda, 1 2 3, paraza kichwa, geuka, refa anasema mpira ikabu. Anapeana nafasi murwa kwa timu ya Kachi kushinikiza mashambulizi. Upande wa timu ya Alaa itabidi na wameweza kuzuia, wanarejea wengi upande wa nyuma kabisa, wanamwacha tu mshambulizi kwa upande wa nusu ya mbele ya mchezo huu. Nafasi murwa atakwenda kuupiga, wamejituma wengi, anapiga chini kwa chini, inakataa moja kwa moja pembezoni kushoto, anakosa kasi yake na msaliti, inakuwa goal kick kwa faida ya timu ya Alara, wananusurika. Hapa huenda tukaenda extra time kwa mtazamo wangu, huenda tukaenda katika dakika za nyongeza ambazo tutaona kama mechi itaisha 3-0 ulivyobashiri katika half time. Haya, taratibu, lete pasi Dunda, 1 2 3, inatoka nje. Haya, rusha chini kwa chini, Nyakach timu hii ya Hawinga baada ya kufunga bao Konradi, timu hii ya Lara baada ya kufunga bao lao la kwanza walipotea mchezoni. Hatujaona mashambulizi, hatujaona mlinda lango wa Nyakacha akiwa na kazi nyingi sana kufikia sasa, kumaanisha kwamba katika mchezo huu ni kana kwamba Hawinga wameweza kuzidiwa na maarifa kufikia sasa. Tutasubiri kuona kwamba kipi kinatokea kwenda mbele, lakini mashabiki tu tutazidi kuomba kwamba muwe matulivu, mechi hii iweze kufika tamati 1-1, ndio 1-1 kufikia sasa. Haya, tuliza, piga pale, hatari, hatari, go 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 poteza nafasi hapa. Ilikuwa nafasi ya Muro upande wa Nyakach. Mshikaji wa bendera AR akasema kwamba hakuna masiara, hakuna offside, akabaki moja kwa moja na mlango Chenga ikakubali, akabaki wazi na upande ule wa lango, kajaribu kutafuta kumbusha na guu lake la kulia, wakati analipata washarejea wengi wa Alara, akashinikizwa, akapiga juu, anapoteza nafasi ya Muro. Timu ya Nyakach wananusurika tena Alara. Asante sana, wananusurika Alara. Bado piga tu ya kwanza, chini kwa chini, piga fatake namna gani pale. Haya, Geresha Nyakachi wamewaka moto hapa, analeta juu kwa juu, pembezoni, tuliza, piga tu ya kwanza, hatari nje. Namna gani hapa, hisia zinaongeza ugani kwa mashabiki wote, wakihisi kwamba bao moja litatuweka mbele ni nani. Wanao nafasi ni Alara, wanamakinika walinzi wa Nyakach. Alara jaribu shinikiza, unakuwa mwingi, unatoka watu, anakwenda chini, ni nguvu zimemwisha ama nini, lakini ananyanyuka, wanakwenda kurusha. Ni Nyakach, beki wa kushoto, rusha kwa laini, wanakana Alara. Nyakach bado wanayo, wanakana Alara. Nyakach bado wanayo, wanakana Alara. Sadfa piatelea pote, anakwenda chini, anasalia chini, ni kana kwamba katika uchongo mwingi, lakini anasema kwamba sijamaliza safari iliyonileta hapa. Anasimama beki wakati jezi 4 Alara wanakana, Nyakach wanashinikiza, Alara wanakana, pembezoni kushoto, jezi 16, mchezaji bora kufikia sasa, Alara peke yake, pembezoni kushoto, pembezoni kwa chini, nafasi ya wadu walizuba. Ni Nyakach wajedhani wamefika,
Alara kuambia safari bado, wananyanyuliwa mfungaji na mashabiki. Hairuhusiwi kwa mechi zingine, lakini hizi ni za shule. Kwa mashabiki wanaingia ugani kufurahia. Nafasi Morwa wanafunga bao la kiufundi. Alara wanakwenda nyuma tena, ni Nyakach kufikia sasa. Hapa wanapata bao. Alara inakuwa tabo tena zaidi. Alipiga bao la kiufundi, piga bao la kiufundi. Alara mawele, Nyakach moja. Hapa kwisha. Ilikuwa nafasi ya Murwa, walikuwa wamezubani mabeki wa upande wa Nyakach. Pembezoni kushoto akapata nafasi, kapiga pasi ya chini kwa chini, assist iliyoenda shule ikahidhimu. Aliyepewa fundi wa kumaliza, Bulelango akatokea, ni ya post far post. Hakuwa nafasi, ikawa bao ya ushindi kufikia sasa kwa timu ya Alara, ambao wanasema kwamba sisi ni wageni hapa, lakini kufunga bao sisi sio wageni kufikia sasa. Asante sana. Tutaona ni dakika ngapi zitaongezwa. Anza taratibu. Piga potelea pote. Anapiga potelea pote beki wa ulinzi wa timu ya Alara. Hisia zinazidi kuongeza ugani. Askari wanajaribu kuambia mashabiki kwamba tokeni ugani. Mechi inazidi, potelea pote wanapiga Alara mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Nyakach. Mashabiki wanaambiwa watulie, mechi inaendelea, lakini wakati huo sinafika anakiweka kipenga chake baina ya mdomo wa juu na wa chini. Anasema kina dada wa Alara ndio mabingwa wa mechi za shule za sekondari mkoa wa Nyanza katika upande wa kina dada. Nafahamishwa kwamba wanatoka Homa Bay. Wachezaji hawa wa Alara ni watoka upande ule wa Homa Bay, ni wageni katika michezo hii. Walipofunga bao kufahamu kwamba mechi ilikuwa karibu kuisha, lakini bao lao lazidi kuwa ni bao la ushindi. Kwa mechi kufunga dakika chache, firimbi ya mwisho ikapigwa naye Michael Were, center referee kwenye mchezo huu. Furaha ribo kwa Alara kutoka Homa Bay, machozi kwa Nyakach kutoka upande wa Kisumu. Alara ndio mabingwa wa Nyanza akina dada mwaka huu. Kasim, asante sana. Alara hawa mashabiki wanashangilia. Mechi imetamatika 2-1. Mabingwa upande wa kina dada mechi za sekondari. Alara mabingwa wamecheza vizuri. Mashabiki wanawanyanyua wachezaji wa Alara. Ni furaha ya siku moja, furaha ya kushinda fainali, furaha ya kuwa mabingwa wa Nyanza. Si kaunti moja, ni kaunti 6. Au ni Alara walikuja kama underdogs, walikuja kama wageni katika michezo hii, lakini wanatawazwa washindi wa Nyanza. Huzuni kwenda Kisumu, furaha kwenda upande wa Alara. Furaha ya siku moja. Walipotea mchezoni kwa muda mrefu, lakini wakapata ushindi, wakapata bao la ushindi. Mashabiki hapa ni sherehe, shamra. Mashabiki wa timu ya Alara hawa ndio mabingwa wa mechi ya shule ya sekondari mwaka wa 2024 baada ya kuwapiga
Nzuri. Congratulations, Alara Girls. Nzuri. Let us stop cheering so that the players can be interviewed. Fans, wacha waku interviewed. This is good. Hizo ni kelele za baadhi ya mashabiki wa timu wamefurahia shangwe baada ya kuweza kushinda fainali hii ya mechi za sekondari katika shule za upili moja kwa moja hapa baada ya kuacha banga kudadana wa timu hii ya Nyakach magoli mawili moja. Basi kuweza kuwa wapya watacheza katika mechi za kitaifa yani national za kufuzu moja kwa moja katika wa national ni mashabiki wanazidi kusherehekea hapa katika uwanja. Mchezo wa soka umegeuka umekuwa siasa. The players want to be interviewed, so sasa jambo ni moja. Jambo ni ngapi? Wacha niseme mambo ni mawili. Mambo ni mangapi? Kama Lamu imeenda, Ruto atarudi nyumbani. Alafu Ruto atarudi nyumbani. Kwa sasa wanasema